Gospel Clouds TV, empowering lives. Ikani navyurane. Sawa, acha iko sawa hiyo. Weka hii hapo. Modo. Navyogemuka. Ikaleta maina. Koleda ko ijakaa vizuri. Sikiri, ngoja. Toa. Si unaangalia hapa hujaweka vizuri, unavuruta. Vuruta sasa hivyo. Hivyo. Chomoa tena. Hapo. Umechomoa yote David na wewe. Chomoa kwanza. Toa speaker. Toa speaker. Sasa lete saidi hii. Ama wacha tu. Wacha speaker hivyo. Leave it. Iko sawa. Ile inangorota vibaya. Bwana asifiwe sana. Sasa nipatie volume ya hizi. Mnasikia hapo nyuma vizuri? Is it clear? Haina kelele? Sasa tengeneza. Sasa David, kazi yako. Unaona mtihani venye unaanguka? Hizi speaker ni mbaya. Na wewe usikii. Na wewe ndio resident. Ulisikia? Uliwaambia wabadilishe? Sasa mimi nimewaambia mtu abadilishe. Ongeza volume tu kidogo ya kwangu, ya hapa. Yes, thank you. David aliwaambia wakakataa kumsikia. Ni kwa maana hujawekewa mafuta ya kuzungumza, maneno yako inatimika. Kadira haha. Yes. Unajua hiyo ni kumaanisha hana authority. Ama namna gani? You need to pray for the authority. Everything you pray for, you ask for it. It is given. Kila kitu ndio Mungu akubariki. Ni kuitisha tunaitishanga. Wakati nilianza kuhubiri kuna vitu nyingi sikuwa nazo. Lakini as I'm going through, nikipita hii naitisha hii. Nikipita hii naitisha hii. We ask. Bwana asifiwe sana. Wale former praise team simama juu. Former praise team wasimame. Hawa wengine wakulipwa hawakukuja. Si ndio? Already wameangu. Kwenye ile nani alikuwa anafanya interview? Ni nyinyi. Mcancel hawa kabisa. Mreinstate hawa. Wakwende kabisa, hata wasikuje kanisa hapa. Wakwende kabisa. Maana hawa ni watu wa kulipwa. Nanya tu nilifanya katesti kadogo. Nimewambia simameni. Sasa hawakukuja kwa sababu si walipwi. Maana kitu ya kwanza walitaka kujua tunalipwa pesa gapi ndio wakuje. Kesha tunalipwa pesa gapi ndio wafanya nini? Graduation yako kwa kweli? Kaeni chini. Mtarudi kilimwengu. Hivyo ndivyo interview mtu anafanyaga. David, usiende kufanyisha interview ati huko waende wakibie, wahesabiwe meno kama wako na meno. Unafanya tu kitu kadogo, unajifanya umekasirika. Unajua hii kitu inaitagwa gari. Unajua gari? Leopard. Inafundisha kwa watoto wake kujua watoto wake halisi namna gani. Inaleanga watoto mpaka mwezi mmoja wanaweza kukula kanyama huko kidogo. Kisha inapotea 1 month bila kukuja. Sasa inawachaka tutoto tunaenda tunashika kapanya, tunafanya hivi pole. Mama alienda. Atakaporudi after 1 month anakuja kama amenyemelea asubuhi wakati toto tumelala. Ananyemelea pole. Akifika kule asubuhi anatoa sauti. Sasa unatoroka ukienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna tule tunarukaga tukienda kukula mama.
Na kuna kule tunatoaga bio tunatoroka. Tule tunatoaga bio tunatoroka. Tunafukuzagwa kwa compound. Na nitoto itago iromi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio inaitangwa nini? Kiromi. Ni wale waliogopa wakatoroka. Lakini wale wali face mama na wakamwambia na akasema sasa hao ndio wanafanyikaga nini? The leopard. So testi nyingi katika huduma si makaratasi, si interview. Ni unarusha kibomu kimoja alafu sasa unakaa kado unachungulia. Unaona huyu alikuja hapa kwa sababu gani? Umenielewa? Hii ndogo kufudilia maneno. Siku moja utakuwa na huduma yako na utakuwa mahali kama mzee. Sikage pale kwa ofisi ati kuja unafanisha. Wewe sasa unavaa glasses zinaekelea hapa. Wewe ulisomea shule gani? Hapana. Huduma haijulikanagi kwa boardroom. Huduma na ami haijulikanagi kwa nini? Kwa boardroom. Huduma ni kiwanja. Ni kutuangana hapa kwa kiwanja mpaka general anachomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Generals are never appointed. Ni kupigana mpaka ugeneral wako unachomoka. Kama ni general wakuja kukaa kwa boardroom tunasema huyu anafaa. Mkienda kwa kichaka lazima mtanyoroswa. Maana hakupata mambo ya kule kichaka. Maana kuna anointing ya boardroom na kuna anointing ya wapi? Ya kichaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona mtu kama Gachagua amechaguliwa, amegachagwa. Unajua Gachagua nilimwambia juzi hapa aende inue madhabahu ya kwao. Niliwaambia hivyo. Arudi ainue madhabahu ya kitaifa. Lakini sasa Gachagua ni mtu mwenye ni mulafi. Maana alikuja katishwa na mtu wa Amerika anaitwa CIA mkubwa. Akaambiwa chukua hii pesa uachane na kiti. Akanegotiate. Akapatiwa bilioni ngapi? 15. Amekula. Amekula 15 billion. Lakini amerudishiwa magari, amerudishiwa security na ile impeachment itatolewa na koti. Sasa hata kuwa impeached. Lakini aende wapi? Nyumbani akatulia huko. Kwa nini? Amecompromise when the cake was too near to him. Maana huyu ndugu yake hata amekuwa kwa bed rest for about 2 months. Ameambiwa tulia. Maneno yako si mzuri. Na wewe unaona tu, na huko hapa karibu unaona huyu mzee ameambiwa tulia kwa sababu acha kutembea sana kwa sababu damu hii yako imezeeka sana. Sasa unapatiwa bilioni 15 na kasahani kako pale ndio kale. Ulikuwa umebakisha mita 200 uende kwa kasahani. Sasa bilioni 15 itampeleka wapi? Hand over. Uwe ni kwa modo dagi ya uligidadi. Ucio ni ndio uligidadi forever. He will never recover again. He will never. Bwana Yesu asifiwe sana. He will never recover because he had. Aliletewa karatasi, akaikewa kwa mesa, akaambiwa sign. Akaona ni 15 billion. Wanaenda Waruinge. David na Waruinge. Na Waruinge 15 billion. Hivyo ndivyo nilifanywa. Hata mimi nilifanywa kitu kama hiyo wakati wa Kibera. Nilishinda Raila. Na nilishinda Raila na kura, nilikuwa nimemshinda na 25,000 ahead of him. Kwa sababu mimi nilifanya ukarabati yangu. Nilienda hapo Kibera, nikaambia wale watu wa Kibera, sasa nyinyi mtapaga laini hapa na kuna mtu ako na kisu pale, akuja akiwatengeneza mkikuwa nini wanaume hapa. Waliposikia hivyo wote walitembea walienda Kisumu. Nikaachiwa kiwanja nikiwa nani? Peke yangu. Sasa nikashinda vita fantastically well. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini now the disadvantage came, nikashinda na nikatangazwa mpaka maredio ikatangaza nimeshinda. Nikaitwa na Kibaki pamoja na Kimishuki. Wakaniambia sasa iko hivi, kiti ya taifa tumenyang'anywa, imeenda. Ya Kibaki alikuwa ameshinda na 300,000. Agwabo alikuwa namba 1. Sasa nikaambiwa sasa wewe utatupatia ile
turudishie huyu ndio na sisi tumunyaganye ile. Mimi nikakuwa patriotic. Sema patriotic. Nikaonelea ni vizuri, wacha nipatiane yangu ndio ile ingine wachukue. Mimi sikuwa nimepatana na mtu mwokovu ama mtu anajua Mungu amebie osho yuko niko kwa dia origidhali. I was not patriotic to I was patriotic to the nation, but I was not patriotic to myself. So I gave it. Na nikatakasa, nikaitwa pale, nikapatiwa, nikahesabiwa mshahara ya miaka 5 ya parliament. Tukaona ilikuwa inakuja 65 million. Nikawekewa kwa kikapu pesa yangu. Na nikapatiwa security, nikaambiwa sasa aenda nyumbani. Kutoka siku hiyo nasomaka uongozi kwa magazeti. Because I sold my birthright. And that is one thing that destroys many people. I am a victim of it. So everybody was supporting Gachagua. Everybody was with Gachagua. God was with Gachagua. God himself, he was with Gachagua. But he has decided to pick money instead of money out of the box. Amechukua money, amewachana na Mungu. Wacha muogoje sasa. Mupatie ile eji ya kwao. Si yako karibu kufika kwa hiyo eji ya kwao. Mupatie hiyo eji ya kwao. Huyu ataenda na huyu mwingine utaona tena akipada, kwa sababu ule mwingine na yeye anaturukana kama Waturukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Waturukana, wanaitwa Waturukana kwa nini? Unajua Waturukana walikuwa Wameru. Walikuwa hapa, walitoka Mount Kenya hivi. Ni Wameru wale walienda Meru East. Sasa wakati walifika huko Nyambene, kukasemekana sasa lazima kila mtu akule kisu. Sasa wao wakasema kai hivyo tutikole akahiyo. Ndio wakapanda ile milima ya kwenda kule Karamanjong, wagadhie mageturukana na kuilima hiyo. Nikameta okay. Mageturukana na kuini wetikira ke. Wasikule kisu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kisu inakopakwa sana. Na ikakuwa hivyo. Na sasa mpaka saa hizi wakako walikataa kukula kisu. Sijui kama mnanielewa. Mnaelewa venye tunasema? You can be with God. God can be with you, but you refuse to be with God. God can walk with you all through and can bring every indication that I'm going to make you succeed. But you fail to succeed because you have decided against God. You can choose to be against God, and you can choose to be led by God. And many Christians, many of us have failed not because we deserve to fail. We have failed because we don't understand the season and the timings of God. But the season was for Gachagua to become the president, and he was to become the president in the month of May next year, after sending off his brother. But now he has lost it. And even the 15 billion ameahidiwa hataipata. Why? Ni kwa nini hizi vitu zote zilifanyika? Wakati tulikuwa kwa mlima niliwaambia, this is the month of Halloween. And the month of Halloween ni month kama December, Christmas. Halloween ni Christmas ya the worshippers. This is the month they are celebrating. And not yesterday, yesternight, that is when they had the dinner. Huyu wa Jerumani anaweza kukwambia. Yesternight, hiyo sio ya jana, hiyo ingine ndio walikuwa na celebration dinner. Ile wanaitaka sasa kutos, kusherehekea shetani. Ni kweli? Yes. So that is the time they command what they want to command in the spiritual realm. So, and that is the time it was well timed with the ruling in the court. Well timed. Na ilikuja tarehe ngapi? 1 mwezi wa 11. That is 1-1, a double-edged sword. In the spiritual realm, 1-1 is a double-edged sword. It can go either way. So because Gachagua group was not awake, the
the other side was awake, wakachukua. That is how when you are not awake, yes, you can be with God, but you kufunga tu kajicho kidogo, inafanya nini? Kila kitu inakuwa exchanged. And that's how alidampiwa na akaondoka. Wakamudanganya, akasaini makaratasi. Now he's going to regret. For the few days he's going to be there, God will, he will regret a lot of what he has lost. And he will watch many things happening and unfolding, which will be so painful to him. Now today is a Thanksgiving day service, and I want to teach you, why do we give thanks? Bwana Yesu asifiwe sana. Why do we give thanks? Giving thanks is very crucial to any mankind. Giving thanks, utakumbuka wale wazee walikuwa na ukoma 10, Yesu alipowazungumzia walienda, but one decided to come back and say thank you. And when he said thank you, the Bible says he was made whole. Meaning, there is one way of becoming whole and another way of being not whole, yet you are with God. You can be with God, but you are not what? Whole. You are still incomplete. And that's why you see, we Christians, some of us, yes, we are good worshippers, we go to church, we do everything, we are all over, and we are there punctually, but unfortunately, we don't achieve our goals, not because we don't deserve to achieve goals, but because there is one mark: we have failed. In the spiritual realm, we have the principles of the kingdom, and we have salvation. Salvation is part of the principles of the kingdom. The principles of the kingdom does not only apply to a Christian, but applies to human beings and animals and the plants and anything that coexists between the heavens and the earth. So whatever that coexists between the heaven and the earth operates within the principle. Principles are not Christianity. Principle is humanity and godliness. Principle is the heavens and the earth. What transpires between the heavens and the earth, that is what we call the principle. Principle does not apply to a Christian only. It applies to a human being and the animals and the trees, anything that exists on earth created by God. That is why you find, you go to China, there is rain. You go to Africa, there is rain. You go to India, there is rain. You go to America, there is rain. You come to Africa, there is sun. You go to America, there is sun. And you have everything that it does not choose to where it is going. You Christian claim that you are closer to God, but if you go to India, there will be rain like Africa. And God does not care whether it is rain. Mvua inanyesha kwa nani? Kwa Wakristo, ama mvua inanyesha kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you see the rain coming, rain is part of the principle of heaven. It's part of the principle, and this principle does not choose where to go. Does not choose which land to go. It is something that God has orchestrated to a humanity. Bwana Yesu asifiwe sana. You find now, like now, tithing. People think tithing is Christianity. Tithing is not Christianity, it is a principle of heaven. It is an order. Anything that God commanded, he commanded to mankind. Anything that God commanded, not which Jesus commanded. Anything that God commanded, it is a principle. He commanded, and they say in the book of Malachi that bring to my stores your first fruits, your tithes and the givings, and see whether I will not open for you doors and the window. That is a God command. That which operates, that which makes your heavens to open, it is not your salvation, but a principle. If you follow the principle. And that you see, ukienda kwa waabudu wa shetani like the Freemasons, they apply the principles of the kingdom of heaven. By giving, they give their children, they give their mothers, they give their parents. That's a principle. Giving is a principle. Thanksgiving is a principle. Bwana Yesu asifiwe sana. It does not apply to particular group, but to mankind.
Whatever that applies to mankind is not salvation, but what? A principle. And a principle applies to everything that is on earth. Can I hear amen? Amen. Are you getting anything to that level? Are you understanding me? Because I wanted you to understand first what the difference between salvation and a principle. Because most of you think because you got saved, you have a right now to access the things of the kingdom. Getting salvation, because most of you got saved because of a problem. Not like mine, you got saved when you were a small boy. Yes. You got saved. Ama uliokoka kwa sababu ya mtu. Uliambiwa na mtu kama unataka ukae kabisa. No, there are people who got saved because either they found their parents in church, or they got saved because them decided to get saved. But most of you got saved because of problems and challenges. Life was so difficult mpaka ukaona wacha niokoke maisha yangu ibadilike. Haibadiliki na haitabadilika. Kama uliokoka ndio maisha yako ibadilike, you will still struggle. You will still face challenges because you are not genuine. Christianity is genuinity. You have to be genuine to God. There are people who give their tithings, who give their offering, who give their sacrifices, not because they are worshiping, because tithe, offering, sacrifices, all that we give, it is for a form of worship. Many of us, we don't give because it's a form of worship. We give because we have problems. We have come to bribe God. Bwana Yesu asifiwe sana. If you give because of a challenge, if you sacrifice because of a challenge, Bwana Yesu asifiwe sana, you are not sacrificing from your own genuinity. You are trying to bribe God. Ate maundu ni maritohire muno nginya ndeciria ndeheka radio gaka guku nigetha mirango hinguke. You can't cheat God because there is nothing you can give God. There is nothing. Everything belongs to him. Money belongs to him. That which you own in the house belongs to him. That car that you want to give belongs to God. The land that you want to give belongs to God. So whatever you give should not be a bribe, but a form of a worship. So you are not supposed to give when you are in problem. You are supposed to give when you are in your happiest moment. Because you give out of to worship God. But if you have ever given here because life imekuwa ngumu, ama duka yako inaanguka, ama boma yako, marriage yako is not standing, ama there is a problem in the family, that is why you have come to give, you did a bribe. If there is anybody who needs to be in jail because of corruption, it is you. Because you are using a form of sacrifice to do corruption in the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. So the most corrupt people are Christian. Because many people, or whatever we give, many of us we give because of challenges that you are facing. Because your mother is sick. Because your father is sick. Because job inaona ikianguka. Because you want to travel to America, or because you want to do a particular thing. You don't sacrifice because of something that is in you that you want God to do. Because that is like inducing God and telling God, see, now I have given 30,000, na wewe sasa fanya kitu. That is corruption. Hello. Sacrifices are given in form of worship. Tithes are given in form of worship. Offering are given in form of worship. We worship God with what? Our heart and substance. We give joyfully. Or what do? We give joyfully to God. So if like now you have a problem with your family, your mother is sick, your father is sick, and then you come to church to give, you have not given joyfully. You have given because your mother is sick. So you are bribing God to give, to heal your mother. So you and a con man, you are not different. And that is why you see many Christians are suffering because they don't understand the concept of giving.
If you go to people like Rotary Club, which is Freemason, they don't give because they are bribing God or they want God to do anything. They give because it is in them to give. There are people that will just go, they go to Kitale. They come from Nairobi. They will go to Kitale, and immediately they reach there, they will ask, is there a home here? They will go then to their account and they will move 1 million and they give to that children home. Not because there is anything you want from God, because you are a joyful giver. Your victory to win battles of your life, you must start from being a joyful giver. That is what connects you with God. That is now what we call a principle of the kingdom. Joyfully giving opens your heavens. Bwana Yesu asifiwe sana. Joyful what? Giving opens your heaven, because you turn that giving to become a worship. And God will be so happy if you use his own things to worship him. Returning back to him what he has given you. That is a form of worship. But if you are in church, you are giving because you are trusting that I am giving because I'm trusting God for a job. I have given because I'm trusting God for a job. That's bribery. That is spiritual bribery. That one will not help you. And that's why normally when you come to my office, I will ask you, because so many like this, Mama came and asked me, how much do I give? When she called me she want to come, she asked me first, do I come with something? Do I come? She wanted me to tell her, modo ni arutaga, siake. Eh? Sia? Ata siake? Nganye mukera na makaga. Siake? Consultation. She expected me, I'm not talking about you, I'm using you. She expected me, demwere, consultation ni 5,000, ni 2,000, ni 500. But what I told her, just come. Because I wanted to know whether she will use her brains and know she's coming to see a man of God. Because coming to see a man of God, you don't go to a man of God empty-handed. You don't go empty-handed. You go with something. Whether you are ni mushirika, whether ni mtoto ama ni nini, coming to the office of the man of God, you must go with something. Because that is one that keeps the blessings to you. Understanding that you don't enter into this house, the man of this house now, this is the house of God. You don't enter here without anything. You must carry something. Hata kama hauna pesa, uko na mayai kwa nyumba, chukua mayai mbili tu kuja nayo. Ama chukua hata kijiko ile unakulia moja, kijiko peke yake, kuja wekelea hapa. Ama uchukue hata kiberiti. You don't carry money, you beba hata kiberiti inatosha kukufungulia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata handkerchief, as long as si haina makamasi, hata handkerchief unaweza kuja na wekelea hapa na ikufungulie milango. You may be having a notebook like this one and carry it to the altar and place it, because that is what you have. And place it will open the doors for you. But not because you are giving this because you have a problem. When you give because you have a problem, then you are doing what we call bribery. You don't give when you have a problem. Just do assume there is no problem around you, nobody sick around you, no suffering around you, and go to the house of the Lord to worship the house of the Lord with what you have. Not because your mother is sick, not because you want your children to pass an exam, not because you want unemployment, not because your business is down, not because you have been threatened with a letter of sacking. That is what we call total bribery. But if you continuously, you live worshiping with God by giving to the poor, by giving to the needy, by giving to the society, then that will keep protecting you forever. So any challenge that might come across, the Bible says in the book of Psalms 41, can you give me Psalm 41? In the book of Psalms 41, whoever that gives during his time of sickness, God will make him whole.
Bwana Yesu asifiwe sana. This blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in times of trouble. So you see, whoever that considereth what? The poor, when you are whole, when you don't have a problem, when the problem will come, the Lord will consider you. So when you are giving, you give because that is a store. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever we give it as a storage for future use. So don't give because you have a problem today. Because God will not start counting from what you give today. They will go to the books of Chronicles to see how have been you are giving. Umekuwa ukipeana namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee verse 2. The Lord will preserve him and keep him alive. He shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. So giving covers you, is an insurance cover to protect you from challenges when they come, and to avoid you being delivered into the hands of the enemies, and to avoid you being isolated by the earth. That's the reason we give. We don't give because we have a problem. We give because it is an insurance cover you are giving, so that when need will come, you will be able to be what? To be assisted. We pay insurances to our companies, to our vehicles, not because you are anticipating an imminent accident, but it is a cover in case this happens. It is a prior protection. It is a prior arrangement that whatever happens around me, I have security that covers me. So when we give, hallelujah, when we give as a future security, not a today problem. Because today problem will not be resolved by what you give today. This one you give today will be kept for future. That is why when Hezekiah was told you are going to die after a few days, he never asked Isaiah to go and speak to God. He knew, I have a secret and I have a reason to talk to God. Instead, he turned to the wall and told God, remember one thing. Remember what? He reminded God to remember any one thing since his childhood up to the age she is. Alimwambia, remember any one thing kutoka utotoni mpaka sasa ambayo nimewahi kufanya ikakufurahisha. Hakumwambia, hakuinua mbego saa hiyo hiyo awekelee kwa madhabahu amwambie baba, kumbuka baba. Alimwambia, kumbuka kitu kimoja ambacho nimewahi kukifanya kikakufurahisha. That is why we give. We give so that one day tutamkumbusha Mungu tukiwa katika shida. Tutamkumbusha Mungu tukiwa kwenye matatizo. Tutamkumbusha Mungu tukiwa katika hali ya unyonge. Ndio kwa maana umekuwa ukipatiana. Basi vitabu vya kumbukumbu vitafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutasomwa na kutasemekana, huyu alifanya, alitoa, akafanya. Kutoka hapo kunasemekana aandikiwe barua na ambiwa haya, kama vile Mordekai na Hamani alifanya. Walirudi kwenye vitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unachokifanya kinaandikwa kwenye vitabu. Jambo lolote ambalo unalifanya linaandikwa kwenye nini? Vitabu. Kwa hivyo ukikuja leo kwa sababu ya tatizo ambalo uko nalo sasa hivi, ni kitabu kitaangaliwa, sio kile utatoa leo. Ni kitabu kitaangaliwa, how has been your giving. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you see, watu kama Waislamu, they are givers, natural givers. They have been trained to give. Watu kama Wakatoliki, they have been trained to give. Watu kama hawa Freemason na wale wengine, they have been trained to give. Wale wazee wa zamani, our fathers, kwa wale makobe majira, kulikuwa na makumbi. Ni makumbi.
kulikuwa na stores za barabarani. So every harvest ya first fruit na tithe zote zilikuwa zinapelekwa kwenye hizo makombe za barabarani. Kisha unamwaga huko. Haukumwambia mtu umepeleka. Wewe mwenyewe ulimjulisha Mungu umefanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutokana na hiyo mali zao, mboga zao, kilimo chao kilihifadhika. Halo. Kila kitu walichokifanya kilihifadhika kwa sababu wako na historia ya kutoa. Wako na historia ya kuenda mbele za Mungu, sio kwa sababu ya matatizo, lakini kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Giving is about worshiping. It's not about solving a problem. Problems are solved because of what you've already given. What is in store for you? How much have you protected yourself? How much have you covered yourself? How much have you given? How much did you worship? How do you worship your God? That is that which causes you to receive the blessings from heaven. Otherwise, hii ya kuja kutoa leo inaitangwa bribery. Hello. Najua mode ni mkuete goro muno. Poleni sana. Mwadirikana tofesha tule moji kageria apostle. Dirikana. Mami itone moro waru. Waikega girigana rimwe. Apostle no kuri ari yaga atakana kali rent. Never. I'm telling you the truth. Stop giving because of you have a problem. Stop giving a lot of money. Ate ria wena gathina niguo oikagia ka 50 kagana kamwe magana meri higo ciuma garaithi muno. No ria we comfortable rutaga ka 50 na igana rimwe. That is why you miss God. Because you have turned yourself to become a briber. This is the time to give when uko sawa, when hauko mgonjwa, when uko kazini. This is the time you give 100,000. You give 300,000. You give 400,000. You give $1 million. When you don't have a demand to God, that's the time that you give. But if you give because there is a demand, my friend, I'm telling you, you are wasting your money. Don't go eat your money. Giving is a worship. So if you can read the book of Psalms 107 from verse 8 to 9. Let them give. Psalms 107 from verse 8 to 9. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love. So we are giving thanks to God because he has something in him. Which one? Unfailing love. For him, he is continuously with you. For him is there for you. And his life endureth forever. It is not a one-time love. He gives you love, his love. Give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. So it is not that he's not having mercy because he has found you in a ditch. The mercy of God is not coming to you because your mother is sick. The mercy of God is not coming to you because you have an exam tomorrow. Or maybe umeambiwa sasa hii kitu imesimamishwa. That is now you dako unakutanga uri makanto ribeshentelebo riababa. No, that is not a time of making noise to God. Any challenge is solved by the previous deeds that you did to answer that challenge. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is a preservation. Because, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. So God is good forever, and his mercy is there forever. So there is no time God has limited himself to you. There is no single time that God has failed you. He said, I will never forsake you, and I will never leave you. I will be there. So whatever the time, whatever that is happening to you, wherever that you are ever, whatever that is you are in, it means that always God is with you. Therefore, because God has always been with you, you also walk with God always by giving, sacrificing, giving your tithe, and giving your 10% and your first fruits. Everything should be associated with your good relationship that you have with God.
Not when there is a problem, not when there is a challenge, but because you have a relationship with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 2. Let the redeemed of the Lord say so. Hello. Let the redeemed of the Lord. Who is the redeemed? That who understands the principle of giving. Those are the redeemed. By understanding the principle of God, you understand and you are redeemed. You always know, I'm not supposed to give when I have a problem. I'm supposed to give because this is part of the worship. So that is why you are being called the redeemed. Bwana Yesu asifiwe sana. Who he had redeemed from the hands of the enemy. If you don't give, it means you are in the hands of the enemy. If you found that you can only give when you have a challenge, it means the hand of the enemy is upon you. Until you are able to, if you find you are giving freely, you are giving without challenges, you are giving without difficulties, you are giving without feeling anything, it means that your hand is set free. You are able to do things freely. You are able to communicate with your God. You understand how and when to worship God. So we worship him because we are free. We worship him with our goods, our properties and everything because we are free. We have been redeemed from who? From the enemy. If you find you have everything but you don't give, it is because you are captured by the enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Failure to give, it is because of a capture. You are under the capture. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3, and they gathered them out of the land from the east and from the west, from the north and from the south. Verse 4, they wandered into the wilderness of solitary way. They found no city to dwell in. Why? They had no cover nor protection because the hand of the enemy was on him. When you are not a giver, the hand of the enemy is onto you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you need to understand. Once you are able to know that, you will be able to fight every battle around you and every system around you. Let us look at the book of Psalms 95 from verse 2 and 3. Let's come before him with what? Thanks. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalms 95 verse number 2 and verse number 3. Let us come before his presence. Hello. Coming before the presence of God, it means you come with thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe sana. Coming before, kuja kwa nyumba ya Mungu, you come to give thanks. Mtu mmoja aseme amen. Kuingia kwa nyumba ya Mungu. Let us come before his presence. Coming before the presence of God, you come with thanksgiving and make a joyful noise unto him with the psalms. Hello. You come with joy unto him with what? Psalms. Because you are not mkonobirika. Wale watu hapatianagi wanaitangwa nini? Mkonobirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mkonobirika inakaje? They don't give. And that is why you find we are suffering. If you can turn yourself to be a giver. You see an old woman, you give. You see a child who is suffering, you give. You go find there is a home somewhere, the children are there, you give. You come to a church like this one, you give. You go, you find a challenge somewhere, you give. It is because you know how to worship God. But if you can see an old person and he doesn't have anything to eat and you have money in your pocket, or somebody comes to you to seek for your help and you have everything that you're supposed to give that person and you don't give, it is because you don't understand a relationship you have with God. There is no relationship. Those who does not have the heart to give, najua wengine wanasemanga itakere na siakoya na itakere na nyingi. You are not supposed to give many. God does not need anything from you.
That small thing, that 200 he has given you, remove 30 bob and give. Remove 50 bob and give. Remove 20 bob and give. It is enough. Because God does not look at the quantity you give. God looks at the quality of what you are giving. And the quality is found in your heart. He will not look at the hand that is giving. He looks at the heart is giving. Is it joyful? Is it happy? Are you giving because you are happy? Now, let's say now, you give me this bag of yours. You are in total challenges of life. And in your house, you have a very expensive bag kama hii. Then you bring it because of the problem you are facing in the house. You bring this bag to the church, the altar, so that God can solve your problem. That is, it will not help you. That is bribery. But if at your comfort, when you are happy, when you are okay, you bring this bag to the church and you say, I have given this freely. Then you have been recorded in heaven as a giver. Bwana Yesu asifiwe sana. You have been recorded. But if you give because there is a problem you are facing, you are bribing. That one will be kept. Yes, it will be accepted. But it will be kept for future. Another problem that will come. And they still wait for you to see whether again you will come because of a problem. Then if you come because of a problem, that will be kept in a store to await until you come when you don't have a problem. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we are coming to church. You came, you had some money in your account, you had 200,000 in your account, but now you don't have money. Bwana Yesu asifiwe sana. Nekohoya wena madhire all over. You have madhire all over. That is why you are facing challenges. You had money. You could have worshipped God with your money. The little money you had, it was enough to worship God. The little things that you had, it was enough to worship God. But now, when everything has come to an end, that is when you go rush into the house and the people go carry yagoko matubekure ekomereria okoya nigetha urehe guku kanitha ine niguo Ngai ekiatia akoigwa ngoinde gukoigwa unakuta shida ndio inaongezeka. Bwana Yesu, have you ever found yourself wakati ulipiana ndio shida ziliongezeka? Hello, have you ever found yourself in a session? It is because you are a crook. Ni kwa sababu wewe ni mkora ndani ya kanisa. Maana sasa unataka wakati ulikuwa usawa, ulikuwa mahali unakula raha zako, unakaa vizuri kwa maisha mazuri, everything was working peacefully. Hakuna maswali na haukujua kama kuna Mungu. Sasa wakati maisha wakati kimeumana, ndio unajua kutoa. That is when you give shaking. Because the Bible says so. Una give kama una shake, unatetemeka. Na hiyo ndio nakutaka watu wamekuja hapa paka unaona mwenyewe anaona mwili imekataa kutetemeka, anaitetemesha mwenyewe. Kwa sababu that is how the Bible says you give joyfully kama unatetemeka. Uko biguni malaika wanaitagwa kujeni muangalie mkora pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha usipatiane kwa sababu ya matatizo. Patiana kwa sababu ya worshiping God. Give it preciously and valuably. Give that thing valuably. Unaivalue na unaipenda joyfully kwa madhabahu. Sio kwa sababu kuna matatizo, kwa sababu unampenda Mungu wako na ungetaka kazi yake iendelee. Tafuta wale wanajua kupatiana. Nenda kwa bar. Wangapi wameshaikuwa walevi kama mimi, walevi wangu wenzangu? Walevi inua mkono, walevi ingia na mkono, walevi inua imoko iguru. Wacha na holia dhani dhao. Walevi wote inua mkono juu. Jeni duaego kwa na iguru. Ni hawa tu inua straight vizuri nione watu wa kwenda biguni. These are heavenly bound. Aya agene hika. Wewe duli wanywa joy. Duli wagusha vagi we. Duli wagusha vagi. Dawa kugusha mkile kama. Dawa. Wenama. Maina dole wanywa kanyamu. Ewe. Wale hakuyo kwera bata kirani. Na David. Na Maroli. Ulikunywa wako. Bwana asifiwe sana. Ukienda kwa bar, those people are givers.
Naonanga wale watu wanakujaga na kamukebe wachagio, unaona mtu ametoa 200, 500, anatoa hataki kujua kule zinapelekwa ama ni conman isiwe ni conman, unakuta kijama kinaandika 2000, 3000. Lakini kuja hapa kanisani, kama kuna watu baka machawa zinaogopa kutembelea kwao, ni watu wa kanisa, because hata damu hawezi kufyoza, chawa zinakataa. Told you are too mean, but you want to worship. Mnape ainuliwe bana mabanya, ainuliwe. Sasa unaiba mpaka unakatika, unaona mtu mpaka anafanya hivi, lakini mwambie rudi kwa mfuko. Kutoa ni ibada, kupeana ni ibada kama maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze, punguza maombi, jifunze kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi mingi hiyo ni story, hata labda haisikilizwi. Ndio nakutanga uliomba mpaka ukazoea kuomba, mpaka badala ya kuomba ukaanza kubweka kama nani? Kama punda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana umepotea, umeomba 2 hours, atolesha neno homo de ndura guide. Na neno hoa goma urako guide. Bwana bakalini. Sasa malaika, Mungu hakujangi. Mungu hakujangi, anatumanga nani? Anatumanga malaika. Sasa anatumana kwa charity. Nenda usikilize charity anasema nini. Sasa anakuja sasa, hiyo charity ndio ameomba masaa 3, malaika ndio anakuja. Charity ameomba mpaka hii imepotea. Sasa malaika atasikiliza. Kwa sababu malaika hana time nyingi ya kukaa, amekutulia hapo. Atasema nimefika kwa charity, lakini kile nimekuta ni punda zinasema. Ndio nakuta punda za neighbor zinabarikiwa, maana baraka za punda zinaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alikuta punda, kisha akasema punda zipatiwe chakula. Malaika wa punda anatumwa, teremuka, kuna punda kule ziko jaa. Malaika anakuja wa punda, badala malaika wa watu wafike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nakuta sisi wengi tunateseka. Tuko kanisani lakini bado tunateseka. Tuko katika nyumba za Mungu lakini tunateseka. Tuko wokovu lakini tunateseka. Tuko na imani lakini tunateseka kwa sababu hatujaunganika. Maana kuokoka na kuwa mtu wa kupeana hivyo ni vitu viwili tofauti. Giving and being saved are two different. Watu ambao wamebarikiwa zaidi ni watu wa kule duniani. Angalia wale wako kwenye Rotary Club, na Rotary Club ni ya Freemason. Angalia hawa watu wanasaidiana mpaka biashara. Kama ni member wa Rotary Club, kama sasa tuseme Nairobi Rotary Club, wao wanasaidiana kibiashara. Kama wewe uko na wholesale, huyo ako na distribution, huyo ako na maroli. Wao kwa sababu wanajuana, wanainuana, because they know the secret of giving. Unakuta Wahindi wanakuja wanakupatia msaada. Kwa nini? Wanapatia mtu wao msaada wa Freemason. Mpaka unashindwa, huyu na si Muhindi, na Wahindi hao wote wamekuja, kwa nini wamemfavor? Watu unaanza kusema it is God's favor. It is God's favor. There is no God's favor. It is understanding the principle of giving. Once you understand the principle of giving, these people, they don't have boundaries. All what they want to do, they have a cartel, they have a system that they use to give according to the belief they have. Bwana Yesu asifiwe sana. Muangalie kama yule mama alikuwa anaitwa Mama Teresa. She was a giver. And until today in her grave, she is still commanding the world. Because of giving, not because of prayer. She wasn't a prayerful. Aliimba ile tu Mama Maria, Sara Maria, mama mjawa na neema, tuombee sisi wakosefu sasa na siku zote zetu za na milele amina. Hiyo ndio yote alikuwa anarudia hiyo. Kama vile kale yule kasista kadogo, kale kameokoka kamevalishwa nguo. Hivyo ndivyo kanasema Mama Teresa, ndivyo alikuwa anasema. Hivyo ndivyo Pope anasema. Sasa wewe na maombi yako mrefu, yule na wamebarikiwa. Mama Teresa commanded. Mama Teresa, ukitaka kucommand the spiritual realms, be a giver. Bwana Yesu asifiwe sana. Just angalia mpaka wale wachungaji ambao they are givers, they are strong.
Angalia wale in the society, people who are givers, they are powerful and they are strong and they are influential. Na ndio unaona wanasiasa wanakuja wanatupatia, unaona wamechukua kiti. Na wewe mwokofu unapanga laini hapo. Bwana asifiwe wananchi wa Kenya. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu, mkinichagua niende bunge, nitawatetea na corruption itaisha. Utaongea utachoka, kesho wataweka mlevi. Maana mlevi aliwapatia. Wewe na wokovu yako, Sikaroza wameokoka. Sikaroza ni mwokofu. Amewahi kushinda Raila. Na Raila ni mlevi. Uhuru alikuja hapa ni mlevi na akatukampatia kura. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know how to give. They know how to connect. They know why to do it. Bwana Yesu asifiwe sana. When you give, you command a spiritual realm that opens your gates, opens your doors, opens your windows. That is Malachi 3. That give your tithes, first fruits and offering. See whether I will not open doors and the windows for you. He never said, pray and I will open the doors for you. Pray and I will open the windows for you. Pray and I will open the gates for you. No. Bring your tithes to the house of the Lord. Bring your offering to the house of the Lord. Bring your gifts to the house of the Lord and see whether I will not open. So hata Mungu mwenyewe anajua, if you give, you worship him with what he has given you, he will open the doors for you. He is happy with a cheerful giver. You can never be a cheerful giver when you have a problem. Did you note that? Yeah? Did you note that? You can never be a cheerful giver if you have a problem. If you came here kwa sababu maneno yameharibika, mzee amekufukuza, mzee amekuita ubwe na takataka. Kama ulikuja hapa kwa sababu kwenu watu wamekufa, unaonekana ni kama wewe. Maana mnakufaga mkiwa 50 years. Unajua kuna mzee mwingine alikuja hapa juzi. Wanakufaga wakiwa 50 years. Sasa brother yake ule alikuwa amefuata, alikufa na 50. Sasa yeye ako na 49, sasa hizi aliniambia ako na 49 na miezi 9. Alikuwa hapa juzi. Alikuwa hapa. Ni tujue hii maneno tutasolve namna gani. Maana sister yake alikufa na 50. Sister wake wa kwanza kabisa alikufa na 50. Brother yake mwenye amemfuata alikufa na 50 na yeye ako na 49. Samzi alikuwa hapa jana. Mwana wagai. Ni kijadila honokete no ndona teacher. Ndara kirota kiona ithanduku. Ndako Mungu kuhinga maithandira kama kona ithanduku ya ruka. Nikamuuliza sasa tukae tuongee kwanza. Tukaongea. Nikajua kiini hii mambo ya 50 ilitokea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia hiyo kitu tumeondoa, tukatoa, tukaomba. Nikamwambia sasa rudi kanisani kwenu. Alikuwa anataka kukuja hapa. Nikamwambia rudi kanisani kwenu na huo ukifanya hivi na hivi na hivi. Ako sawa. Ameacha kuota ndoto baya. Alifikisha 50 last month, hajakufa na hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Sasa alikuwa ako na mama ako na tukari, ako na kapurado, ako na kanyumba kazuri na alikuwa amejeka tu. Alafu sasa hii ndio maisha alianza kuinuka akiwa na 43, ndio maisha ilianza kukua mzuri na akajeka nyumba ya gorofa, akapata mke mzuri. Sasa alikuwa ananiambia na niko rudi haikitie mutumia mwega ruko mutigogo. It's a torture. It is a real torture because you've seen it. Your first sister died, your second sister died, your brothers died. Now it is you. What did torture joruteo? Ukiona kali utigetie mieri 3 gukua. Najua afadhali ya accident na limo na gari pu na kufa. Hii unaanza kuhesabu mahesabu. Unaona sasa ni count of 2 count of 5 4 3 2 1. Unakufa mpaka unakuta amejitambulisha, ni ataburukia, ni akua. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important if we can be able to understand that we give with our joy. We give with the love that we have. In the book of 1 Thessalonians
5 verse 16 to 18. 1 Thessalonians verse what? 15, chapter number 5 verse 16 to 18. Let's read it. Rejoice evermore. Rejoice what? Evermore. Go to 17. Pray without ceasing. Verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ concerning you. Giving thanks is the will of God concerning you. So when we give thanks, we get into the will of God. When we give thanks, we get into the command of God. We get into the spiritual realm that controls the will of God. So whatever that you'll be doing, it gives thanks. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Concerning what? Concerning you. Let's look at Psalms 28 verse 7. Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength. Hallelujah. When we give, the Lord is my strength and my shield. So giving, you provoke God to become your shield and to become what? Your strength. So when we give, we become more stronger. When we give, we become so powerful. When we give, we have a relationship with God that makes you strong and gives you a shield. Then my heart trusted in him. When you give, your heart becomes part of God, and then you become trusted in him. And number 3, I am helped. When you give, you are helped. Anything about you unasaidika. Turudie mkwanza. The Lord is my strength. When you give, God becomes your strength. You don't depend on anybody else. You don't depend on anywhere else. You don't depend on the people around you. You don't depend on the superpowers, all the godmothers and the godfathers, because God becomes your strength. And he becomes not only your strength, but your shield. When you are a giver, when you give, God will shield you. What we read in the book of Psalms 41, that he will, even if you are in your sick bed, he will come for you and help you, because he will shield you. And number 3, your heart will be trusted by him. Your heart will be what? Be trusted by him. God, he will trust your heart, because you are a chief giver. You are somebody who is rated, because giving creates a good relationship between you and God. So at number 4, your giving will cause you to be helped. Hallelujah. Are we together? That your giving will cause you to be helped. Therefore, my heart will greatly rejoice. When you give, your heart is always happy. Did you notice that people who give are happy? Those people who give, they are always happy. Those who give, you can be very rich, and you are surrounded by Islam, and in that Islam, the people are protecting you. Why? Because when they need anything, they come for you and you forgive them. Unaitaka unakuta umebeba magunia ya uka, magunia ya sukari, because you know you have a neighborhood that needs you. And when you provide, when you become utakuwa na shida, all those people will come and say, "Oyo ni modo wito." Bana Yesu asifiwe sana. Because you greatly rejoice. And with my song will I praise him. Oh, those people who know how to give, they sing songs a lot. Hata ukikuta wakiosha maguo, unakutaka wanakuchaga guo wakiworship kwa nyimbo za worship. Lakini mtu mkono gumu, mkono gamu, hana hata kawimbo kanatokaga kwa mdomo yake. Hakuna. Wanakuwa tu kama shetani amekaa juu ya mti. They don't. No spirit of God flows to them. Because wewe kazi yako tu ni kuomba. Wewe kazi yako ni kuaragua kwa kupatiwa. You've never ever shared even a ticket. Hata shiriki kamia unapatia brother kama huyu kanywa kashai.
Msista kama huyu unamkuta wenye amevaa vizuri, kitambaa kwa kichwa, na black na red zimefuro vizuri. Hata kumununulia kapepte unamwambia hiyo kale to marigo na hau. Wezi, mkono gumu, mkono pilika. Hata ukiangalia watu hao wengi watu, hebu angalia mwenzako, angalia nywele yake. Ndio nikwambie story. Ukiona mtu ako na nywele gumu, hiyo nywele ni yeye ndivyo yako mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia nywele za watu, utaona, utajua tu. Hawajui kupatiana. They don't know how to give. Bwana Yesu asifiwe sana. They are always con men in the house of the Lord. They are always con men in the villages, because always akikuona tu anafikiriaga venye atakukona. Akikuangalia tu na macho yake anaonaga niki aliyeruta haliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuja karibu na wewe tu, huyu kama umsani salimie, kusalamu. Unajua kuna watu wengine naogopaga kusalimia, because kumsalimia tu lazima utoe kitu. Munene ni uleta muno. Gwirega tene muno. Munene goyana atia. Ni manoko leta ndiraria. Salamu tu unajikuta umelipa salamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mikono hata moyo na kila kitu, mdomo inatoaga tu vitu ambavyo havieleweki. Kuonana na mtu, kuna watu naonaga napiga kado, because lazima nilipe kumuona. Kumwangalia tu lazima nimlipe. Munene, munene. Nikienda kiagera munene. Utoira ko munene. Odie wathire ko. Ithu ni uko na mathina maturire munene. Munene ithu uko na mathina tukona mu. Ni ndakura ndamenya gwakwa ni kwario. Unakuta yani kumuona tu, kuonwa tu ukariha. Ni andu arĩa mena thĩna wa ngoro wa matiũĩ kuheana. Mwathania no mera language njega mna. Wanakuaga na language mzuri sana ya kuomba. Akukusalimia tu, ni unajua hii pesa. Mimi kuna watu na nikikusalimia na immediately naigizaga mkono, alafu ndio niingie huko nianze kuchagua ka 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa sababu mimi niko na finger ambazo zinajua kudetect hako ni ka 50 na hako ni ka 100. Maana ninajua hii lazima nilipe, lakini nitalipa ka 50. Utaepuka maana hata kuachilia. Na kuna wengine wanakushikaga na kushika mkono, anakausha mkono wako kabisa. Bako unakaa tu, unajua ukishika, kuna siku na veja tulikuwa tunafinya hapa tunakuambia umeze mate. Kuna wengine wanaweza kukushika hapa, unajaribu kumeza mate inakataa kumezeka. Maana amekukausha, bako unakaa hivi, negua bako unavuruta mkono kabisa. Ukivuruta mkono maana alikuwa ameshika, unasikia mkiha moja imevurutika. Ya ogopa watu ambao hawapatiani. Chukusa mtu kama anapatianaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukusa, hata mdanganyiririe muende naye kwa mkawa pale. Uende uitishe chai, usiitishe madasi. Uone kama yeye ataona ni vizuri kuitisha madasi. Bwana Yesu, atma uende usiitishe chai, itisha madasi. Ikuje. Sasa na wewe nyamaze umwambie ishi nosio nyuma, besheri ya nyuma nasio. Uone kana niego itiaga chai. Ukiona hakuna kaukeni, itisha maji na kikombe meza. Alafu mwambie tutume, mwache aende, urudi uende uitishe chai ukunywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni watu wabaya. Watakuletea mikosi, watu ambao hawapatiani. Those people who don't give wanakuaga na nuks in anything you do. Ukikuwa na mwanaume stingy, lazima atakuletea nuks. Ukikuwa na mwanamke stingy, lazima atakuletea nuks. Maana hana presence ya Mungu. When you give, you attract a presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Una kitu, raha ya Mungu inaingia. Unakutanga mpaka sura. Noti wale watu hawapigiani. Hebu angalia mwenzako, muangalie vizuri, muangalie nikuonyeshe. Angalia hapa kama kumekuja hivi. Hapa kumekuja na sahihi. Yangu. Simena kumekujana. Hivyo ndivyo wanakuaga. They are always like that. Kumekujana. Lakini mtu joyful giver, kauso hapa kana kuaga kana meta. Ako na jaa, lakini hapa kana meta. Ni mtu wako na sura mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. No ukiona hata ulete hakujanĩtie ũguo na nginya ti mũrakarie nĩ mũndũ, no nĩ hakũnjanu, nĩ ngoro yake ngũnjanu. Nĩguo ĩkũnjanĩte. Ona ũngĩmĩtwara kwa heart to heart kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo Gĩkonyo, agũcaria mũkiha wa ngoro na ndangĩũgona. Umĩre ũcaragio kaga.
ndorie karo hana ne ukwira macaragia mukihokaga niguo karo nginya ukabidi kothesha mundu na guku no kumuringaringaga hato ni thoguo to ndurenda kumwira harukie thuruari ukabidi kocoke nako mwathani agocio tondu wa ngoro ni njuru unakaa mpaka inakaa makaa ikipasuliwa wanasema huyu lazima tutafute cardiologist wa kutoka kwa shetani, maana hao ndio wanafanyaga upasuaji ya ngoro nyeusi, because ngoro yote ni nyeusi. Mtu ni mimi tagikuta ona ki kai. How many of you are mean? Inua tu mkono wako juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu ya Psalms. Tumesoma hiyo kweli? Hiyo tumesoma. Sasa tuangalie 6 reasons why we give. 6 reasons why we give. The reason number 1 we give is because of our gratefulness, being grateful to God. Kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. We give because of being grateful. Yani tuko na furaha, tuko na shukrani kwa Mungu. Psalms 23. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody to open up for us Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Number 2, He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Hey, kuna jamaa alikuwa anaitwa Oliver. Alitoaga hii mpaka nikaona he is a Bible, a walking Bible. Bwana Yesu asifiwe sana. Number, lakini ni mtu mwenye alimpatia. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Unasikia? That is why we give thanks. Because of things like this one. He is a faithful, he is a good God. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of the righteousness for his name's sake. Number 4. Oh yeah. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, thy comfort me. Hey, because God has given you comfort. He has given you life. You are breathing. You are walking. You are doing everything. That is why we give thanks. Bwana Yesu asifiwe sana. We don't give thanks because we are bribing him. We give thanks because he is God. He has led you through what? The valley of death. He made you to lie in the green what? In the green pastures, in still waters. He made you have peace of heart. He made you feel comfortable. Aturiaga no kanya no komagana no gathi uguo na nduri urarwara na kuri kimundu thaici kina mbeca nyingi kira kiro mai na maniuru nanyita kuri kimundu kigigiakite fridge igana kuma hanginya ati ongendi indo ile ciothe cia fridge no kugura kabits niguo jeri wito kwi irio cia fridge ha muthaiga na haria runda fridge irio tu peke yake ni ukugura gakari utwarithagia bara na kimundu kiu kine Robi hospital kiandikirwo ngimaka cunje kaigana uguo na cabbage na cabbage itari gacumbe na maguta kiharia gikihuyo kirito nginya oxygen we mana gutiri ki na gutiri ona ki wagera maiguru giuko kinyangite mai maingi maguko na magui na manyau na mando na bado nduri murwaru. You are still strong. Bwana Yesu asifiwe sana. Ureire ngima na nyunjire ne ho mundu aikirie kabo kinyamo kiria gitagwo flying toilet kiagwa na kiria kiaje kunyororokera thani wate mogu wa gwithia na kou wathie na mbere na kuria na woko urio still healthy. You are still walking. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason we worship God. That is the reason we say oh ya kinya gwake gwikiritwo ventilators gutikaingireri era riuru kuria muthaiga gwikirito nginya machine cia kugucia riera riuru ritikaingire kou ni akagucagia no ekuria thibitari athiurukirio ni gitamba ya haria gathiukirio karumu. Bwana
Yesu asifiwe sana. Na kinya we tajeri uri ariya ino ithamba kamoko rimo kinya ni uriganagio ni withamba moko ni mathina ni mawira ni utengerire wira ni irigo konura na ugerora moko majeri ni undu wa gutinda kuria thoko ugerora moko gukuri ni momu no bado gayario nake kainera cera nake yani kwina gikeno enakio gitari gya kugura. Bwana Yesu asifiwe sana. Aragusia oxygen atari kurihira tadio kule Nairobi hospital wekero oxygen ya Nairobi hospital utalipa milioni 1 ndio utajua oxygen ni expensive. We worship him because of his goodness that he has for us. We worship him because he is faithful God. He has made us to be what we are, not by anything, not because ati tunakuja kanisani, not because ati hapana, because he's God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mugoshe Ngai tondu ni Ngai. Ruta maruta maku tondu uraruta kuri Ngai. Maruta macio nimo magakuhuranira riri ugakorwo wina thina. Mwathani agocwo. Utaki mundu wiki thoni gikomire ri. No ni gikuinite handu hariku. Ruona giacunga. Giacunga. No gikuina gigaterithi mutihana kio. Gikuina kinya gigaterithi mutiranyita. No ri ukeke ni kindu gigakate gikome. Riu iguru ni riaje kumwariria. Kumwoniria haria gutiagira rithimu. Kumu connect ni undu wa rucio. Next verse please. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse 5. Thou preparest a table before me. Your giving will cause God to prepare a table before you. In the presence of your enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Because of giving, because of thanksgiving, because of going back to God and telling God thank you. This is the most powerful thing that connects you with God. This is the most important thing that you need to do in your life for you to be successful. It is not coming to piga makofi papa. Apana. Hallelujah. It is not knowing how to preach. No. But knowing how to give your thanks to God. It makes God be happy with you. God is happy with you because unajua kurudisha shukrani. Sio kwa sababu ile kazi, kwa sababu you're a pastor in the church or you are praise and worship in church, because you are an elder in the church, because you are whatever that you think you're in charge. No. It is because you know how to come and say thank you to God. That is what makes God be happy with you. That is what makes God to be attractive. To be attracted to you. The presence of God will always revolve around you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah karo. Mwadhani yakosho karo. Toke smile tu hanini. Hanini tu. Just smile tu hanini. Just smile. Hi. Unwaraka. Thank you. Reason number 2, we give thanks. It is a sacrifice of gratitude. Hallelujah. Our giving thanks is a sacrifice of what? Our gratitudes. Hallelujah. So giving thanks alone is a sacrifice. How does it become? In the book of Psalms 50 verse number 23. The book of Psalms 50 verse number 23. It says this. Hallelujah. Bwana si utupatie Kisugu tunaelewa. Kama mimi inanichanganya na Charity je. Kama mimi nansi nuranyita githugo kiu. Thou art do that. Whoever of us praise glorifies me. Whoever that said, when thanksgiving, you glorify God. Your thanksgivings are meant to glorify God. And when God is glorified, he will come himself. Did you know that? When you glorify God, himself comes. Him, not the angels. When you glorify God.
And to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. So when you give sacrifices of praise, of thanksgiving, you attract the presence of God, and the salvation of God will walk with you. Wherever you go, you will find yourself with the favors of God. Whatever you do, you will find yourself in the favor of God. In whatever place you are, you will find yourself in the presence and the grace of God. That is now, you worship, we give thanks with a sacrifice of gratitude. Reason number 3, we give thanks. It opens our way. It is gateway to God. Giving thanks is a gateway to God. The book of Psalms 100 verse 1 to 5. Psalms 100 verse 1 to 5. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Hallelujah. Know that the Lord, he is God. It is he who made us. Repeat there. Know that the Lord, he is God. We are not worshiping because he was not God yesterday. That now that I'm in problem, this is the time I've discovered is God. Always, when we give sacrifices of thanksgiving, we recognize God as God. And it is who has made us. And not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Hallelujah. You are able to give because you are a sheep of his pasture. Because you are his people. It is only the people of God who are able to give. And if you recognize you don't give, you are not a people of God. Ebu jiulize, what is the last time you gave? What is the last time ulipatiana lini? Charity. What is the last time you gave? Emily, what is the last time you gave? What is the last time urega kuheana kanyamuri we? Uheireu. Uheireu. No ndari guku ni arinukire. Ni je no nginya kone inukire. Ya heanire no ithire. Inukire. Mundu uri oheanaga ni ari Ngai muiki muno thiini wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungikoro nduri ngoro ya kuheana, nduri na Ngai. Hallelujah. Ni ukufatara gucaria Ngai. Give uncontrollably. Bwana Yesu asifiwe sana. Give. A hand that giveth receiveth. So give whatever you have. The drawer ine yaku gashati kega, a nice shirt with a shirt that you love. Produce it. Give it. Angalia jamaa kama huyu unaona hajafa. Hii kashati alifaa last time ndio alikuwa nayo Sade. Sade hii tena unaona hii, unajua hii ni Sade best. Inatolewagwa akifika nyumbani, inaoshwa, alafu labda hana pasi, anaiweka hapa kwa mkodoro hapa juu, anailalia for 7 days. Sasa akitoa hivi iko na mkojo. Sasa unajua huyu mtu anahitaji kashati kingine. Na kwako umepaka tushati, 8, 9, 10. Na ni tumupia. Chukua tuwili kujapatia yeye. That is now worshiping God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuniko kuabudu Kai. Kuyo ndio kumwabudu Mungu na vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nililete masaduku 6 hapa ya maguo zangu. Niliona watu wakifanya. Naonaga watu wamevaa hapa. Nasikia vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe wakati wekeleta kasati kama kau. Ndio kenete. Na nikikenaga dako na yemutheru. Nasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hata mimi na feel I did my part. Nilisimama kwenye gap ya Mungu. Ndio kwa maana hata mimi nafurahia. Naye Mungu ananiletea twingine. Tunakujaga. Sio wakati ulitoa hutuo. Twingine tuliingia, tukajaa, tukajipanga kwa word. Mimi nimejenga wardrobe imetoshana hii nyumba. Unaona hii kutoka hiki kingine na kingine ile kikiki. Na imejaa maguo mpya. Niko na nguo karibu 300 sijawahi vaa. Yes, ziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sijanunua hata moja. Nuiti ndagura nguo. Ndina miaka mingi tari ndagura nguo. Nini tuko turehago. Haleluya. Nituko tukagatia.
turehago ndio na gogo hatoka kinyago no kiurie na ariko ne ndemwire mwire oni guo kuhetageria riaga nigetha goka kangi kunengera kamwe na ningekera ria mani ria tukinyete season ya ruhuho na ni maruhuho maria metagwo ngoma ciaka utota gugakuona kurio thiururukiti urio hau thiururukitio no rwakurekeria kuria iguru urio guka na guku thi nduguka na njira njega ria mani ugienaka yes ria tu irio ici cikuo ti ciaku tu wahandite ni Ngai terere no ukihandite terere dageti no handite murenda no ukihandite kura ni mzuri kata jamaa teno ni unatera maka ona ikarete uguo ungimuria ungioka mugethi haha gutwike buroti ino ye haha ni ya one of the two we no magucagure kwira wiki ateka mwene nyumba ni uriku Bwana Yesu asifiwe sana. Msaidieni kwa maombi, tufungue maombi ya wiki mzima, tuombee huyu tumbo ifunguke ikule kabisa, akule kama kamudhua kama umagie mea kuhuta no tukire mwene ko video. Yes, pastor witu reke itumuhoye mundu gwitwo ikarathi tia madrienda makuone abafade hoera mundu uyu nari akiri kani ati kanitha si ndio na si huyu peke yake si wamejipanga hapa mbele karibu wote kula hii chakula inahitaji wewe. Kuna siku wakati nilikamatwa nilikuwa nimezoea kukula vitu vizuri siku yangu ya kwanza kukamatwa. Sasa nilienda nikapatiwa chakula ya jera nikaiangalia nikasema vitu kama hii nilisukuma na mguu sikuli. Askari wa jera akaniambia hii kesho masaa kama hii utapiga magoti ukiitafuta. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria kesho nitatoka. Nikaongojea kuja kutolewa hakuna mtu akuja kunitoa. Ilibidi niliwauliza to irio turia murarehete irari ne tuekuo. Nilikula ni kama nikasikia iko na harufu mzuri. Na jana nilikuwa nasikia kinuka mafia ya mtu. Lakini the following day nilikuwa nasikia ni kama imewekwa ruko seti na ingine imewekwa nini? Kakitu kazuri. Ile roiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulia. There is a time you utatia korora tia koja korori dina kule no enderariria. I'm addressing you. I'm addressing. Ni utaru shati ene yakwigete ro no ithondekire guoko gwa shati guoko koyo. Shati ngima ithondeke guoko. No na ru madharau macio. Matiroka ya baba itu. Ria nigetho wonege cia gucokeria Ngai ngatho. Ru we no na ngatho ciaku no cokirie to nini. Hone ta mama teno re ikarite wega ni hunu wega ni hunu no kagacigo ndona reka guo agacoka kagacire uguo tondu ni mundu uritie agaikara wega. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu ona tungithi kundu gukiurio ngari ipakite ha uta ya matiukaga na nduthi makaginya sinini marekagirio ni nduthi handu ta mita 300 na haria todo adiko ndugogio lirio waiga ngariko ali nikadoka na nduthi akirumago ni mwene nduthi todo angarigia ne gukomba nduthi ndiwa atikaga aigaga konene kana tiguo mamito eno tugatonga mwathani agocwo tukimenya guikara wega-ini wa Ngai na tumenye gwikaga maundu uria Ngai atwirite uguo noguo tukuhingurirwo mirango. Be a good giver, be a cheerful giver. Wirutire wira-ini wa Ngai waingira nyumba eno ukona taru uri urehage tumahua tuturi ona ti member wa kanitha eno. She's not a member. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu arikirie guthondekera ruto mahua makwa ruto acoka ikuruka guthondekera Ngai. Mwathani agocwo. Na riria anjirie guthondeka haha arahirwo state house ciothe ara surprise state house ciothe. Anyita na riri rimwe tutene turarihagio 5,000 kamwe ici ni 15,000 tutiriaga. Nake mirango yake irahingũka. Mwathani agocwo.
uguo niguo kuhaka Ngai. Macio nimo mahaki maria tuhakaga Ngai namo. Mahaki ti ma ni undu wa uguteithikio muthi. Mahaki Ngai maria maiguagwo ni Ngai ni maria wahakanire. Mwathani agocwo. Maruta maria warutire. Wira uria warutire kwa Ngai. Wira uria warutire mundu wa Ngai. Wira uria warutire twana tuthu tari na gia kuria. Mutumia ucio tari na handu ha guikara. Mutumia ucio tari mwana mutumia no mia waraumia. Ni kuhuna. Tondu nyumba-ini ya Ngai. Ni okire guku ake. No na ndathinde inukaga mucii. Aikaraga guku go. Ndainukaga. Okire guku rucini. Ngamugeria kumuikata we nduthie kanjira aca ni ndiraigua guikara hakuhe nawe. Ginya hakeuna akagecicaka ni ndiraigua guikara hakuhe nawe. Algo sale jirie dara. Ngai ni wendo. Ni wendo. 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 Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kile nina. Hallelujah. Kirage sishaga. Yeah. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Tuendelee baba. Enter into his gate. Tuanze verse 3 please. Give me verse 3. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us and not we ourselves. It is he who has made us. So we worship God because he has made us and not ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Number 4, enter into his gates. Hallelujah. Pale kwa ile mlango. Enter into his gate with thanksgiving and into his courts with praises. Hallelujah. These are two things different. There is a gate and there is a court. If you can be able to understand the secret of David, ona kehetia David ahetagia aretheini in the court of God. Kwe mahetia magiokekera in the court of God. Ngai akurekere ntondu we nja yake. Ino ni nja arauga kwina gate haria na nja ya Ngai. Mwathani agocwo. Ati ungimenya guikaraga thiini wa nja ya Ngai. Nja guku ni kwa Ngai. Uikarage haha nja. Ona ungikorwo na mahitia mahiana atia. Ona ungikorwo na kaundu gara kuhinyiriria atia. Uikarite nja ni kuri nja ya Ngai na ni kuri gate-ini. Did you know that? Ni kuri gate-ini na ni kuri nja. Daudi miaka yake yothe araikarire nja ya kwa Ngai haha nja. Nikio Ngai atarahota akumuhura tondu arathia kumuringa karugira Ngai na kamunyita kanjira njiguira thatu baba. Njiguira baba ni ndahetia tu baba. Nikio arahotaga kuiguithia Ngai ari nja. No we haria gate-ini na haria nja. Ugikaiguithia Ngai ni gukoro kwina thina. Niguo arakwira enter into his gates with thanksgiving. Waikira na ngatho ucoke uthie uregere nja-ini ha Ngai. Ndagiaga gukurathima. Uri waradurwo ni mundu na mundu ucio agoka gwaku na akaregera gwaku umucerage ukombaga kwa neighbor nigetha umuikate no agikorwo haria nja ya gate uganda kahingurirwo. Mwathani agocwo. No angihitia ikire okay wiki mundu kimwe giokire kuna Ndura haha ugu na ndaugite gitigetekerio kingire uya gigitikiria ni ndakionire obici wiki kigereire haha Yuka kiaregeire guku na ndikiumire na kindu kiaregeire guku na ndaugite ndingikunengera kindu. Mwathani agocwo. Uguo tungiregera nja-ini ya Ngai turegere haha tuikire enter into his unakeneke ani andu mekwenda kuringwo makofi unaona aragiria flow. Enter into his gates with thanksgiving, into his court with praise. Be thankful to him and blesses them. Don't kuingira gate-ini, uingire nja, court ni nja. Hau nja. Regera hau.
na wire Ngai no natari huyu aregeire guko pio ono korwo toro ni umukuire no aregeire kundu kuriku arageire kuhinguria maitho thimbu caria we thiu caria topegi tunyite haha no nyite haha aikari akionaga tondu ni aregeire kwi Ngai na Ngai no ekumurathimo no Ngai no ekumurathimo mwathani agocwo tondu ni aregeire aya mukaga kesha mugoka kesha very quickly Ngai no nginya angimuririkana no nginya angiririkana maundu manyu tondu ni mwaregeire gwake mundu ugwetwo Joshua aregeire nyumba-ini ya Ngai Musa agethikere maine Joshua atigagwo nja ya Ngai atigagwo nja aikaraga ku akahata hataga wikara kihata hataga ugu kikara kihata aikara ku erago tuthie akamera hacha ni kwenda gwikara hahaja gwikara nja ya Ngai ni kuri ugitiri wa magegania ta wirute gwikara nja ya Ngai haho ona wena mathina mariko ona wena challenge iriko ona wena guthinekanio kuhiana atia ona wena kuregwo taruta ciothiriria ngoya kumwita mito sorry unaona tari waya mito yegere ndigire ndegioka tondu ndinerero kurihwo no ya moka matia coka wira ndikigeto ni gwikara nja ya Ngai ndungihota kumuthinikania ona itekwenda tondi kwenda mucoke sincerely from my heart yakwira maya yakwa ciku guku mutingia kinya ringi ino microphone ndungikamihutia ringi ni umanga tondu imanga na wewe manga njuru muno muturite haha bara no riu kuma riu ni mwacoka no condition ni kuritwa rucio ni ngenda korora murutaga taithi ate ndenda kuona record yanyu uria murutaga taithi igetha menya atiri kana muturite guku nja Ngai ni mu participate ga kuruta wira wa Ngai itigo mundu gukuda kana tikirio kuruta wira uriku kana ha abai muthie record-ini yake muone mundu uyu ni wa guku ito turaheta mikore goka tukamihe wira ciana cia guku nacio citurite guku ciomire mahindi uyu no gucomoka iracomoka atena no ucurie hanga guku ni guku kati tugutura tuturite turiniwite o tucokereire gathina kamwe githe ni itu twahitirie tukiaga kurera ciana Bwana Yesu asifiwe sana ni rire ndagimarire ndaruari baba ngiokia kinjira kihe ngondu igira kinjira ire ni yaku riu ndathia ndandumaga ngathirie ni ndeto ndokira gathinacara tondu ni ani commit ndokira gathinacara aiguaga ni thire kurithia niki tondu ndirenda ciakwa cikure ciciare ciganane na ciake mwathani agocwo ndokira gatene na ngathi gutua mahuti thara ndatuaga thinacara na nuthu ndakoragwo nduite thara ndanyonaga ngui ona gagitutugira oko uguo nginya ndirona thi tondu ndamastire barabara ya kuria tugiraga uona kinyamugira oko uguo ukite uguo gatenge mandia haya mundu kari we nenie no kwirire thio gata aca nini ndirire na mbere-ini yo ndetagwo nginya ngarigaro murako ukira ya mukethu murakari oni ikitua thara baba akinjuhigira akenengera mburi cigana icio ni cia andu magagatue thara tondu akitua kiena commitment most of us challenge iria twinayo guku tondu andu aria tuigite guku mawira-ini maitu ni mikora ndiri na contribution ndiri ona ki iktua guku igira yetereirwo mwisho wa mweri ati ni kaheo kanyamu ngo akorwo ndugucabu haha utari kanyamu raheo ri inuka kwanyu thio karimie mabuti guku tikuo ngeruta thio karimie mabuti tini uhoyaga thio kahoya ucio thio kahoya thigo kwa manyiru kahoya ku kuni ukurio the first principle kindu kia mbere guku ni utungata kindu gia kere guku ni utungata kindu gia gatatu guku ni utungata rune twaga kuhunjia tondu gutina ino thauti yake rutu haha ni mundu ngi igitari muri maigua thauti teo muri maigua kiogoca ta kiu alafu mugatwite haha no mutwitire Ngai ahuthagira hiyo nduku ni ndugu du bwana ya washo yes bwana tuendelee baba tumemaliza tano tukue enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praises be thankful to him and bless his name. Be thankful to God. Verse 5, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures
to all generation. So there is no single generation akaga gukurathima. Gutire hingo akaga gukoro nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. So tiga kwenda kumucaria riria wina thina. Ikaraga nake mahinda-ini mothe. Wina thina no utari na thina. Wina kigieko no utari na kigieko. Wina kaundu karahianeka na utari na kaundu karahianeka. Tondu Ngai witu tathikuria kioro. Tondu Ngai witu ni wa magegania. Ngai witu ni atwendete. Na Ngai witu ni murathimi hindi ciothe. Mwathani agocwo. Asha niki igira koutu igira theinie ndina gitumi na mundu wahiuka hau we no ngia tuikare mahinda-ini ta maya mari shababu ndona ni kare akauma ku ndikonete gagithi no ni kuonete ni mwituani ni dimu nikiona gandu ikimatihotanaga nani to ni ne hota cooperate maundu 30 hata sa oparitaga maundu 30 at the same riu wingi kunengera kaundu kamwe ba uikara wecirie wambe urekie utware urekie ningi wanjega kangi urekie ugikanje tu tuothe ri thabari ni tuthire no yugo nikionaga ni maundu makwa niguo mahiana nitugo nditwa kwa kwina mundu aya maraguthekera mari cia umatoro du matoro no ne security I'm security cautious. Bwana Yesu asifiwe sana. Tore ndona mundu ni pshu no guko niturari uhoro wa andu aya muno na no mana make it. Number 4, the reason we give our thanks. Bwana Yesu asifiwe sana. Mutikiuge ameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mukauga ameni na kuri eri mukurugirwa cai. Psalms 136 verse 1 to 3. Psalms number 136 verse 1 to 3. Why we give thanks is responding to God's steadfast love. Hallelujah. Reason number 4 is because of what? His steadfast love. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2. Oh, give thanks to God of God, for his mercy endures forever. Verse 3. Oh, give thanks to the Lord of Lords, for his mercy endures forever. Verse 4. To him who alone does great wonders, for his mercy endures forever. Verse 5. To him who by wisdom made the heavens, for his mercy endures forever. Verse 6. To him who laid out the earth above the waters, for his mercy endures forever. 7. To him who made great light, for his mercy endures forever. It is everything. He is everything. That is why we give him thanks. He is the light of the world. He is the land. He is whatever that you think you can be. Verse 8. The sun to rule. He made the sun to rule the day, and for his mercy endures forever. He gave the sun so that the sun can rule. He made us a king in the name of the sun to rule. And that is why so many systems they are successful in a way. Number 9, the moon and the stars to rule by night, for his mercy endures forever. It is about his mercy. He has given everything to you. Therefore, just give thanks to him. He has given anything that you want. If you want the sun, it is there. You want the moon, it is there. If you want the rains, they are there. If you want the land, they are there. He stretches akakava dunia with a stretch land, because his love endures forever. That is the reason we give thanks to him. Not because of what he's about to do to you. Not because of what you want him to do to you. Because his love has been there forever. He has never failed to love you. He has never failed to do any good to you. We don't worship here. We don't come to hold a microphone here because that you have a need. We come to worship because he has given us this day. He has given us an opportunity to be able to worship him. That is why we give thanks. That is why we rely upon him. That is why we stand for him. Hallelujah.
Well, number 5, why do we give thanks? God never ending mercy. Lamentation 3:22-24. Lamentation 2:3. Lamentation 3:22-24. Lamentation. Please, Lamentations. Through the Lord mercies, we are not consumed, because his compassion fail not. We worship God because his compassion has never failed. He has never. His mercies has always been there. Nothing can consume his mercies. Nothing. Because his compassion is what? Compassion to us will never fail and has not failed. Verse 23. They are new every morning. Great is your faithfulness. The mercy from God is new every morning. So every morning there is something that has been renewed in you. Every morning God has done something new in you. Every morning he is there. He's great. The great is his faithfulness. Verse number 24. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in him. The hope, because God is your portion. That is why you hope in him. That's therefore need for you to continuously give him thanks. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a permanent thing. It is something that you must live in, you must walk in, because he gives you every time, now and again. Number 6 and the last one, why we give thanks, the reasons we give thanks is by we give thanks to express our thankfulness. In the book of Luke 17 verse 11-18, that is where we're going to end. Luke verse 17, Luke chapter number 17 verse 11 towards 17. The Bible says, now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, go show yourself to the priest. So it was that as they went, they were cleansed. Hallelujah. And one of them, when he saw that he was healed, he returned with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving thanks. And he was a Samaritan. 17. So Jesus answered and said, where were there not 10 cleansed, but where are there 9? Then he said what? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Imagine, it was a foreigner, not even an indigenous. And he said to him, arise, go away, your faith has made you well. So when we give thanks, we are made well. When we give thanks, we are made whole. When we give thanks, we are completed, we are ignited, we are lifted. Bwana Yesu asifiwe sana. May the God of heaven bless you. Hallelujah. How many of you feel that from today I will be a cheerful giver? I will not be giving sacrifices because we have a problem at home. I will not be giving sacrifices because I have a challenge in my business. I will not be giving a sacrifice because there is an issue. I will be giving continually a sacrifice to God because he is God. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu tumshangilie Bwana. Oh yes. Oh yes, yes, yes. Ulikuja na nimukile na wakana ukileika. Meku. Meremoke. Nyinyi mlikuja na huyo. Kujeni. Yes, tuweze kuworship. Now prepare your thanksgiving. Yes. Hallelujah. Okay. Mrudisha wapi? 1
Yes, sir. You're the one. Yes, I was seeing the gentleman, and I was wondering. I don't know very familiar. Lakini ndiye alikuwa wewe kuna damu nenda. Yeah, thank you. God bless you. God bless you. Thank you very much. David Witole. Harukia bao hali mchoko. Funga kwanza na mchoko. Hiyo chuma itachoka. Ama uko na mpango. Tunaweza kuwa uko na mpango na funga na kapro. Umefunga? Bwana Yesu asifiwe sana.
kusema we Bwana katuokoa kutoka mautini, na tunasema we Bwana tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, tunainua mikono yetu kusema we Bwana katuokoa kutoka mautini. Tunasema we Bwana tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Sijui kama kwa moyo wako umekubali ile dhabihu aliyotoa imetosha. Aje kwa malango yake kimwambia Bwana ni asante kwa zile vita ambavyo umenipigania. Ninakuita nisi kwa magonjwa ambayo umeniponya. Ninakuita Jehova Rafa. Bwana, kwa makuu ambayo umenitendea, hata kwa uwepo wako. Ninakuita Jehova Shama. Kwa kazi uliyofanya msalabani, natambua hiyo dhabihu uliyofanya. Nikaweze kuitwa aliyebarikiwa. Nikaweze kuitwa aliyebarikiwa. Yes. Tukaweze kukubali hata wakati tunatoa dhabihu, ukatoe dhabihu ambayo imekubalika. Hiyo ni kweli. Kuna yule ambaye anawekwa pumzi kupitia mipira hospitalini, lakini wewe Bwana amekupa uzima kwa rehema zake tu. Nastahili Mungu wangu, ulikufa msalabani niokolewe. Na Bwana ukafanyika kuwa dhabihu. You were made a sin offering so I could be called a blessing. Lord, I recognize the work that you did at the cross, and for that reason I give you thanks, my King. There is no other God besides you. Ulikufa msalabani
hautasimama. Ukisimama katika pengo, even your ministry will stand firm. Ukisimama katika pengo, hii huduma itasimama. When you become a steward of what God has entrusted you with, everything that surrounds you will stand, because the God of gods is with you. Yes, in that presence, will you just gaze for what God has done? Hebrews 12 verse 2 says, let us fix our eyes unto Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Don't glorify your challenges, but fix your eyes unto Jesus. Even at this time that we are worshiping, fix your eyes unto Jesus. Mfalme Daudi akasema wakati ambao mambo yalimzonga, akasema be still and know that I am God. Mungu anakuambia usiku huu, be still and know that I am God. Yes, you are the Lord. Wewe Bwana ni mfalme. Usiku huu tunasema wewe Bwana ni mfalme. Wakati ambao Bwana tunakupa dhabihu hii, Bwana ukaikubali. When we give you thanks, my Father, we are confident you will open doors in our businesses. You will open doors in our careers. You will open doors in our ministry. When we give you thanks cheerfully, when you give you thanks, my Father, you will, my Father and my King, open doors. Yes. All of us, let us with a thanksgiving, with a heart full of gratitude, lift your heart unto the Lord. Lift your heart unto the Lord. Mwambie Bwana, ninakupa dhabihu ambayo imekubalika Bwana, mbali ya kunifikisha. Bwana, ninatambua wewe ni Ebeneza, ukaipigania familia yangu. Ninakutambua wewe Bwana ni Ebeneza, ukanifanya nikasimama. Ninakutambua wewe ni Ebeneza, ukanifanya Bwana to be called your child. I recognize you as the Ebeneza. You are Ebeneza. Mbali huu Bwana umekuwa Ebeneza. Bwana ukanipigania wakati ambao maadui walikuja kwangu kwa njia moja, uliwatawanya kwa njia 7. Yes, God is faithful. He is not a respecter of persons. Mungu akisema I will bless you, he means it. Mungu akisema what I say, it is what I will do. The promise I give to you, I will keep. Yes, wakati ambao Joseph alikaribia kukufa, aliwaambia ndugu zake, you meant evil for me, but God meant good. Yes, wakati ambao wengine wanakutakia mabaya, naye Mungu anatayarisha mema. Wakati ambao watu wanakutakia mabaya katika biashara yako, Mungu anakutakia mema. Have that conviction tonight. Wewe ni Bwana mfalme, wewe ni Bwana. Yes, you are the Lord, King of glory. My Father, receive this sacrifice. For you have no other God to give sacrifice apart from you, my Father. You are God of gods. Hey, hey. Sharabazika mandaraba. Eriyandaraba ukari pariyandaraba. Esharababoshe karande. Esharabazika riyandaraba. Acts 1:8, when the Holy Spirit of God came upon the disciples, they started speaking in new languages as the Holy Spirit enabled them. Yes, that part encourages me. As the Holy Spirit
you are the Lord Most High. I want you to fix your eyes unto Jesus. I want you to gaze unto Jesus, because He enables us to pray. Maandiko yanasema that the Holy Spirit and Jesus Christ, they are our intercessors. Usichoke kuabudu, usichoke kuomba. Somebody pray unto this God. Pray unto God. Pray unto God. Even when you feel like you are stopping, keep in prayer. The Bible encourages us to pray and not cease. What a privilege it is to stay in the presence. In that presence, even when you feel like not praying, keep praying. Hey, keep praying. Keep praying. Call unto the Holy Spirit. He will enable you to pray. Maandiko yanasema that the Holy Spirit, John 14:26, Yesu akasema, ni wakati ambao Yesu alikuwa amekaribia kunena kwa Baba, na akasema that when I'm leaving you, God the Father in heaven will send the Holy Spirit. He will remind you, He will teach you what I've said. He will remind you what I did. May the Holy Spirit teach you to pray. May the Holy Spirit fill you. May you sing in the Spirit. Somebody speak in new languages. Somebody speak in new languages. Yes.
Bwana. Because he is one. Mfalme. Maneno ya kinywa chako ukimwambia jinsi alivyo mwema, kwani usitoe tu maneno ya kinywa chako ukimshukuru, ukimwambia kama sio wewe Bwana nimekuwa wapi? Kama sio rehema zako Bwana, Rehema zako Bwana kama sio rehema zako Bwana, kazi yangu Bwana, nimefika mahali ambapo nimefika. Bwana Yesu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Amukera igongona ryakwa utukumbuze Mwathani Jesu amukera igongona ryakwa utukumbuze Nakuwe ngoro yakwa Mwathani narakwambareria ushirwo mubi utukumbuze Baba niwagereire Mwathani niwagereire Jesu Lord Jesus unastahili tu. Ni kwa wema wako Bwana, ni kwa sababu ya ukuu wako Bwana tumekuja kutoa dhabihu ya shukrani. Asante Yesu, Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante. Roho wa Bwana umetukuka, Roho wa Bwana umeinuliwa tu. Roho wa Bwana pokea utukufu. Jehova Baba pokea utukufu, pokea heshima zetu zote Bwana, pokea adhama zetu Yesu Kristo. Wewe ni wema tu, wewe ni wema. Oh, Baba shangala nere Reba yandere babo Rima yantaladado Santaladada. Oh, my Father, my Father, wewe ni wema. Ayandala boshe kalade Shela babo shandara babo Rima yantele babo boshe kelelelele Rine tala babo shindelelelele Mwathani ni wagereire
amokera kegogona gito otuko wa mothe amokera kegogona gito mwathani ribo chena la de la da 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 ra la la babo shere talabo talabo shikere Yesu nastahili Bwana, heshima zote na mamlaka ni zako, adhama zote Bwana ni zako. Bwana Yesu, adhama zote ni zako Yesu. Bwana Yesu nastahili, Yesu nastahili Mwokozi, my Lord. Rababosha la 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 rie kana mamoze mbala baboya ntererererere. Bwana Yesu mwathani Jesu niwagereire utuko wa mothe kumona woshifafa goshokerere roho Bwana tukupe wokovu wangu Bwana. Ma Yesu wema tu Mwokozi, wema tu Yesu. Wewe ni wema Bwana, wema wako Bwana waidia.
umenipigania. Wema wako Yesu umenitetea Bwana. You
balarira. Shalalabo shelelera. Brandania talalalala. Shelalabo yantelelere. Wema Bwana, fadhili zako Bwana, tafakari ukuu wako Bwana. Kama si wema wako Yesu, hatungekuwa vile tulivyo Bwana. Kama wema wako Mwokozi, my Lord, ulimwengu ungekuwa umetuangamiza Bwana. Lakini Bwana, wema wako tu umetufikisha hapa Bwana. Oh, wema wako Bwana. Oh, yeah. Shalalala moshetelena. Correra, amokera igogona, yangoro yakwa, shalalalu. Ikuinera wembo fafa, imetermo lindo, yangoro yakwa. Amokera igogona ryangoro yakwa shalarire yakero
Baba, amokera Baba, amokora kirogona. Baba, pokea ibada ya moyo wangu Bwana, pokea tu Yesu, pokea Bwana ibada ya moyo wangu. Jirani ya Bwana, Waruinge temuna, amokera igogona rya ngoro yakwa, 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 amokera igogona rya ngoro yakwa. Pokea Bwana, pokea dhabihu ya moyo wangu, moyo wangu Bwana, pokea Bwana dhabihu ya moyo wangu, pokea dhabihu ya moyo wangu Bwana, pokea dhabihu ya moyo wangu, pokea dhabihu ya moyo wangu siku wa leo Bwana, pokea dhabihu ya moyo wangu Bwana, pokea Bwana, pokea dhabihu ya moyo wangu, pokea dhabihu zetu Bwana, pokea dhabihu ya mioyo yetu my Redeemer, pokea dhabihu ya mioyo yetu, pokea dhabihu ya mioyo yetu Bwana usiku wa leo, pokea dhabihu ya mioyo yetu Bwana, pokea dhabihu ya mioyo yetu Bwana. Baba, tunanyenyekea Bwana. Bwana Yesu, chukua Bwana nafasi yako kwetu, chukua nafasi yako Roho Bwana, tuongoze. Chukua Bwana nafasi Bwana, oh my God. Lord, we surrender total to you Lord. Bwana
tunasarenda kwako Bwana, tunasarenda kwako Bwana. Ni Yesu, chukua dhabihu, pokea dhabihu zetu Bwana, chukua dhabihu yetu Bwana, pokea dhabihu Bwana. Bwana, oh Bwana, pokea dhabihu zetu Bwana, dhabihu Bwana, pokea dhabihu ya madhabahu Yesu, haya madhabahu Bwana, pokea dhabihu, pokea dhabihu Yesu, Bwana Yesu. Unageuza maisha yetu, unageuza Baba Mungu mbinguni, lo hailo Bwana, pokea dhabihu zetu Bwana, pokea dhabihu ya watumishi wako Bwana, pokea dhabihu ya nyumba hii Kristo Lord. Bwana chukua tu Bwana, Bwana chukua Yesu, 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 amukira tu fafa rana na 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 Bwana Yesu, tunakuabudu, tunakuabudu Bwana. Pokea dhabihu yetu Bwana, mioyo yetu Bwana ikuabudu, mioyo yetu Baba ikutamani wewe, maladeba Jesus Lord. Jina lako Yesu ni ngome Bwana, ndiyo tunaliitia hilo jina lako Bwana, tunaliitia jina lako tunaliinua hilo jina lako, tunaliabudu hilo jina lako, tunalitukuza hilo jina lako Bwana, tunalitukuza hilo jina lako. Lebadadade Jesus, wewe ni mfalme wa amani, wewe ni mfalme wa amani, wewe ni mfalme wa ushindi, wewe ni mfalme wa uponyaji. Wewe ni mfalme kwa jamii yetu, wewe ni mfalme unaleta amani, wewe ni mfalme unaleta urejesho, wewe ni mfalme unaleta ukombozi. Ndipo sababu tunakiri wewe ni mfalme, 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 wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme unayeleta Bwana, wewe ni mfalme. Iposa tunalitia jina lako, jina linalobadilisha, jina linalobadilisha, jina linalokomboa. Malade, 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 Jesus Lord, tunalitia jina lako, jina lako. Bwana Yesu, wepo wako uende nasi, wepo wako Bwana usituache, wepo wako uende nasi Bwana, wepo wako Bwana uende nasi, wepo wako Bwana ukae nasi, wepo wako uende nasi Bwana, wepo wako
Spirit of God, Roho wa invite you Mungu enda now. nasi. Roho Mtakatifu tunakualika. Roho Mtakatifu tuelekeze, tujaze, Bwana, tujaze tena uwepo wako Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu tujaze, Roho Mtakatifu tujaze Lord. Withstand the presence of God. There is no power that can withstand the presence of God. Stay in the presence. Let your mind stay in the presence. Let your business stay in the presence. Uwepo wako uende nasi, uwepo wako Bwana, usituache Bwana, uwepo wako tu. Kae kwa uwepo wako, tuelekeze kwa uwepo wako. Uwepo wako Bwana ukae juu yetu katika mabudu. Uwepo wako Yesu, uwepo wako twende nao Bwana. Hatuwezi kushindwa Bwana Yesu, tukiwa kwa uwepo wako hatuwezi shindwa. Tukiwa kwa uwepo wako Bwana tutashinda majaribu. Tukiwa kwenye uwepo wako Bwana tunapokea nguvu Bwana. Radadade, radadade, Kama haukunaomba for 30 minutes, uwepo start wako doing it Bwana. now, because there is presence. There is presence. Uwepo wako tu, Kama haukunaweza, kama haukunaweza to fix your uwepo eyes wako unto God. Yesu, uwepo wako Bwana unatuwezesha. Uwepo wako Yesu unatuwezesha kukaa chini ya uwepo wako. Kaa chini Bwana. Thank you for this ministry. Thank you for this ministry. Thank the Lord. This ministry shall go blessed. Because I am a son of this ministry. I shall protect the blessings. That's why Father, my Lord, you have meant for this ministry. Thank the Lord. This ministry shall soar to new Wacha heights. Baba uwepo wako Yesu ukadumu kwenye haya madhabahu. Uwepo wako Bwana, Bwana uwepo wako Yesu ukakae kwenye madhabahu haya. Uwepo wako Yesu ukakae nasi Yesu. La 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 la. Uwepo wako Bwana, uwepo wako Yesu, uwepo wako Yesu, I no longer live, but Christ lives in me. Jesus lale. Wacha Yesu kae ndani yetu. Kristo anaishi ndani yangu. Sala la la Wakati la la. ambao ninaomba, sio mimi, lakini Kristo aliye ndani yangu. Wakati ambao I am giving, it is no longer me, but it is Christ who lives in me. And when Christ lives in you, then the presence of God is in you. So serve and understand. Isaiah 11:12. The Bible talks of giving you the spirit of wisdom, spirit of understanding. When you have that spirit of wisdom, spirit of understanding, you shall understand what it is like being in the presence. Oh, malade, malade, When you are in the presence, you just gaze unto the Lord and you just smile because the Lord is with you. When you go through storms, when you go through fire, you are confident. You cannot be set ablaze because the presence of God is in you.
twainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mavumbini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Katika hiyo hali, inua mikono yako juu na mshukuru Mungu. Mwambie asante kwa asubuhi hii umetupatia. Uwepo wako nimeweza kuona. Ukuu wako umekuwa pamoja na mimi. Mshukuru kwa sababu ya familia yako. Mshukuru kwa sababu ya kanisa. Mshukuru kwa sababu ya madhabahu haya. Mshukuru kwa sababu ya zaka ambazo umezitoa. Bwana asante tu, Bwana asante tu, Baba asante tu, Baba asante tu, Baba asante niokoa, Baba asante kwa kunirejesha neema ya kukuabudu, neema ya kukusifu, neema ya kusikia sauti yako Bwana. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Makamalia,
Nikatokire kunyumira na malaika. Na murugo Yesu alikoko ine kwa kukoria mungitwareria nyondo witũ Ngai. Ithuĩ tũtingĩga kũrĩria tondũ nĩtũranuka. Tũrĩ na gĩko kĩingĩ Jehova. Nĩtũtharĩte tũgatũnya na tũkoraga na mama na tũkahenania. Gũtirĩ maũndũ mega twĩkĩte. Wende we Ngai mũrũ waku Jesũ arĩ hau hakuhĩ nawe Jehova. Oye nĩtwagũthaitha tũhingũrĩre mũrũ waku Ngai. Tũhingũrĩre tha ciaku Ngai. Ngorote na kĩara gĩaku kĩa wendo. Twarĩrie na mũgambo waku wa hinya wa gũtũkũra thĩinĩ Jehova. Nĩamu thakame ya mũrũ wĩtĩkĩre mathaku mũtharaba-inĩ. Akĩamba mũtharaba-inĩ nĩgetha tũkahonoka. Akĩhũrwo njamio Ngai nĩgetha tũone Jehova. Oye Baba ririkana ririkana ririkana. Kĩgongona gĩkĩ nĩwe gĩetereire Ngai. Ciana ici nĩwe cietereire Baba. Tũtikũhota gũthiĩ o ta ũrĩa Musa akwĩrire tũtikumara tũthogoranĩtie nawe Ngai. O ta ũrĩa werire Jehoshafatu Baba eterera nĩngũthiĩ kũmũrũarĩra Ngai. Tũrũĩrĩre tũrũĩrĩre Jehova. Tũtirĩ kũndũ gwa kũũrĩra moko-inĩ maku no gwĩtũre Jehova. Tũĩ nyararĩrĩre ciaku Ngai. Waikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki ũgatigithia nyararĩrĩre ciaku. Ũnyitĩte mũthamaki mũthĩgi waku Ngai. Oye Mũrungu mwega ririkana ririkana kanitha yaku Kenya Ngai. Na cionereria nĩyũkĩrĩirwo nĩ kabakĩ rũru. Arĩrĩria Baba rũrĩrĩ rwaku rwa Mũgĩkũyũ Ngai. Naruo no rũkĩrĩre rũkabakĩ rũru. Ngai nĩtwarega 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 kũgayũkanio Ngai nĩtwarega nĩtwarega. Jehova nĩtũrĩkĩte kĩmo ciana ici ciambararĩtie moko mao igũrũ. Ta maciũthĩrĩria ũrĩa mambararĩtie moko. Mambararĩtie moko magwetereire. Mambararĩtie moko makiuga nĩmaherete meria mao. Maherete Ngai nĩmarenda gũteithio nĩwe. Marenda kũnyitwo nĩwe Ngai. Manyite manyite moko Ngai. Oye makũhĩtĩirie mokĩte mbere harĩ na wĩria mũingĩ. Mokĩte mbere yaku makĩnungaga. Mokĩte mbere yaku Baba. No nĩmerirĩte makauga nĩmekwĩria nĩmerirĩte. Merirĩte meria Ngai. Ona nĩndĩnyoka mbere yaku. Ona mũro nĩbatiĩ kũrũgama mbere yaku. Nĩũndũ wa wĩhia wakwa Mũrungu Ngai. Oye ndĩranunga wĩhia mũingĩ. Wĩhia njĩkĩte Baba ngĩmenya. Na ũrĩa ũngĩ njĩkĩte itekũmenya. Nĩkĩo ndoka mbere yaku Ngai. Jehova nĩnjũĩ nĩbatiĩ kũrũgama mbere yaku. No nĩũndũ wa tha nyingĩ ciaku. Tondũ nĩwatwĩra tha ciaku nĩ nyingĩ na itigirega. Baba nĩnjũĩ ona rĩu ũkũiguĩra kanitha ĩno Baba. Ũtũiguĩre tha Ngai ũtũiguĩre tha. Ũiguĩre ciana. Aiguĩre Baba tha. Tũiguĩre. Tũririkane Ngai Baba. Na tha ciaku cia mwanya Ngai. Nĩamu nĩwarutire mwana waku wa ũmwe. Nĩgetha ambwo mũtharaba igũrũ. Nĩũndũ wa wĩhia witũ. Agĩita thakame mũtharaba igũrũ. Akĩhũrwo njamio nĩgetha tũhone. Akĩambwo mũtĩ igũrũ Ngai nĩgetha tũhonokio. Agĩthiĩ nginya kũrĩa kũrĩa thikirwo. Nĩgetha agĩthiĩ nginya kũrĩa ũguo agĩkua cabi ciaku. Nĩnjũĩ nĩũtũhingũrĩire. Aria na ndungata ciaku. Aria na ciana ciaku Ngai. Aria na ciana ciaku Baba. Aria na ciana ciaku Ngai. Maiguĩre tha Baba. Maririkane Ngai. Maririkane maririkane maririkane. Mania ngoro ciao Ngai. Oi ririkana ngoro ciao nĩ helenjeku. Aingĩ Baba mahũrĩtwo Ngai makaheretwo. Aingĩ Baba nĩmagithĩtio thayũ matirĩ na thayũ matirĩ na thayũ. Aingĩ ngoro ciao nĩ njũrage Jehova. Oi naisendererwo. Riakondorerwo serianda isengererwo kaya. Renda kanda mama zakaya rinaisorinai. Tendererwo rino mozeri moshanga itererwo. Otetererwo rina masayerere. Neanda yarinai kaya kuza. Yekererwo riandorina. Otorerwo serianda raimeserere kaya damazeri anumaya. Toiguire tha Baba. Nedagodada yangari nedagodada. Nedagodada yangaba nedagodada ya. Kwenu eke korashito kai. Noe korashito kai. Tumehenjere koraisinyo. Isisio meta itako iguaka itihereje. Oye tumehenje utuakereke. Tomomole Baba utuakereke. Baba nedakoria umomole. Momora mwere uyu kai. Momora koro eno Jehova nĩgetha ũnjakereke. Wĩke Baba
gekedu kana hinya omo maruga mambere yakwa kunjagiria ende ciothe natakuruga mama makarugamia kĩhoto gĩaku kiugo gĩaku gĩkauma gĩgathiĩ kũrĩ andũ othe Ngai Baba nĩndakũria mwaki ũyũ twakia ũmũthĩ nĩtwakia mwaki wa kĩgongona gĩaku Ngai nĩtwakia mwaki wa kĩgongona mwaki ũyũ ũtheremeke nyang'ima Ngai Baba nĩndamũkĩra mũthĩgi mũthĩgi ũyũ Ngai nĩndawamũkĩra ũtugi waku na nĩngũrĩithia tũgondu tũtũ twaku Ngai njehokera Baba nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnjehokera tũgondu tũtũ Ngai nĩ ũndũ wa kũnjehokera kĩgongona gĩa bũrũri Jehova ona nĩ ũndũ wa kũnjehokera bendera ĩno Ngai thengio Baba nĩndakwambararia na ndigatiga gũkwambararia Baba ndigatiga kwĩnyihia mbere yaku gũtũũra nĩnyihĩtie Ngai ona tũgondu tũtũ Ngai ũtũnengerete Baba maririkane Ngai tũtwarane hamwe mekĩre ngoro ya kũneneha mekĩre ngoro ya kwĩyũmĩrĩria mekĩre ngoro ya ũhotani mekĩre ngoro ya kũrũga Baba marũĩrĩre Ngai twakĩrie kĩgongona twambararĩrie kĩgongona Ngai kĩgongona gĩkĩ arĩ gĩkũrũgama kĩenje kĩgongona gĩa Freemason kĩenje kĩgongona kĩa rogi kĩenje kĩgongona kĩa gongona garagũri Baba matikanahote kũragũra mbere citũ Ngai harĩa hothe tũgũthiĩ Jehova harĩa tũkarũgamia kĩgongona gĩkĩ gĩkamemenda tũgongona tuothe nĩgetha ngai ciothe cia ndawa nĩcikamemendeka cikamemendeka na cikaharagana cikaunĩkanga magũrũ mothe ngai cia ndawa nĩcikaunĩkanga tacũthĩrĩria Jehova Ngai nĩmarahandire kĩgongona kĩa Freemason nĩmarokire tondũ mũthenya ũyũ nĩ wao mainamagĩrĩra ngoma no rĩngĩ Jehova marendaga kuoya ciana citũ nĩgetha cikainamĩrĩre ngoma marendaga kuoya atumia aitũ makainamĩrĩre ngoma marendaga kuoya atumia aitũ makainamĩrĩre ngoma marendaga kuoya kanitha atĩ kainamĩrĩre ngoma marendire maroya thirikari ĩinamĩrĩre ngoma bũrũri ũyũ Ngai Jehova nĩ waku bũrũri ũyũ nĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai thianano ĩyo mararĩire ya ũhũro ũmwe Ngai ciana citũ cianake itigũkomania cia airĩtu citũ cia airĩtu itigũkomania Ngai arogi nabo Ngai matigũtonyerera bũrũri ũyũ ũthamaki wa Kenya ndũgwathwo nĩ Freemason ũthamaki wa Kenya ndũgwathwo na magongona ma ngoma gũtirĩ mwana ũngĩ ũkũrutwo sacrifice gũtirĩ mũndũ ũkũrutwo sacrifice Ngai Jehova nĩtwarega otoguo wahumba gĩthii Ngai njikare ndĩna gĩthii gĩa gũthamaka Ngai mũthĩgi ũyũ Ngai wanengera reke ũthamake ũingĩre nginya State House Jehova ũmemende magongona makwa ngoma marĩ makũrũ na ũrĩa Baba ũhandĩte kĩgongona kĩu Baba nĩndakũria ũndũ ũrĩa tokora na soja kokora mamerio nĩthĩ wothe ũrarehire kĩgongona kĩa ngoma kĩamerio nĩthĩ Ngai nĩkĩamerio Jehova kaithĩkanĩrĩ nĩndatheriria mũciĩ wothe wa Nairobi barabara ciothe Ngai cia Nairobi kuma Mombasa road na Thika road ona Kiambu road na Gĩkũyũ road ona Thingũngũ road Jehova ona barabara ya Ronata Ngai ona Njogo Ngai ona barabara ya Utalii gũthiĩ nginya Thika barabara ciothe iria cingĩrĩte Nairobi ciothe nĩndacigĩrĩra moko maku Baba nĩndacigĩrĩra moko ndacitheriria Jehova arogi matikũgera kuo arogi matikũgera kuo andũ othe a Freemason make makume matikone Nairobi magongona macio mararuta ũtukũ thaa ici mekũrutaga magongona atĩ tondũ nĩ moya ũthamaki atĩ tondũ nĩ moya gĩtĩ Jehova magĩciria atĩ nĩmakũhota Ngai macũthĩrĩrie Ngai narũrania mũcemanio ũcio na ndĩo ĩthondeketwo na celebration ĩyo marathĩka Ngai ĩroke haragana ĩrothiĩ na rũĩ Ngai we mũgongoni Jehova we nĩwe mwene kĩgongona we nĩwe hinya wothe nĩndakũrehera ciana ciothe cia bũrũri matongoretio nĩ mwana wa Mũgĩkũyũ Jehova ona wa Mũikama na Mũnjaruo ona Mũmĩrũwa na Mũembu Ngai ona Mũgiriama na Mũkũci ona Mũngarisa Jehova na Mũbaruya na Mũgĩthi othe aya nĩ ciana ciaku Ngai bũrũri ũyũ nĩ waku Ngai bũrũri ũyũ nĩ waku Baba bũrũri ũyũ Ngai nĩtwawakĩria tawa bũrũri Baba nĩ waku na nĩ ciaku ririkana mwana wa mũtumia ririkana mwana wa mũthuri othe ciana ici nĩ ciaku Ngai ndaciga rũgai-inĩ rwaku Ngai ũmahe ũtonga Ngai ona nyũmba ĩno yaku Ngai nĩrabatara finance Baba nĩtũrabatara gũtongorio nĩtũrabatara kũheo indo cia gũtongoria na cia kũruta wĩra waku
Ngai tutumire arĩa mekũruta wĩra ũyũ tutumire ciana iria ũtũgwathĩte nĩgetha ciũke cikorwo cia kĩgongona gĩkĩ arĩa megũgũthathaiya Baba mategũgwĩtia kĩndũ arĩa megũgũthathaiya Baba tondũ nĩ makwendete arĩa marĩũkaga Baba makĩmenyaga nĩwe moka kũmatha moka kũmathio nĩ waku Ngai na arĩa othe marĩ na mathĩna arĩa o marĩ Baba arĩa o marĩ oneria marĩ thĩinĩ wa Kenya Ngai maririkane Baba arĩa arwaru maririkane arĩa mena kansa maririkane arĩa mena pressure na sukari maririkane arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ Ngai maririkane we nĩwe mũrigiti ũrĩa mũnene Ngai marigiti o marĩ harĩa marĩ Jehova nĩ kũrĩ ciana ciagĩte mwĩhoko matirĩ wĩra matirĩ mbeca matirĩ kũndũ maramata matirĩ na mwĩhoko wa we nĩwe mwĩhoko nĩ ũtwĩririe ũguo watwĩra we nĩwe mwĩhoko atĩ na tũngĩkorwo tũrĩ kũndũ kuma-inĩ ya gĩkuũ na ũtũtũhonokia maririkane matarĩ na mawĩra maririkane Ngai oye ciana ici itirĩ wĩra cithiĩte cikaga mwĩhoko tacionereria aya Ngai marenda kũnyua thumu angĩ marenda kwĩhinga tondũ matirĩ magĩte mwĩhoko oye Jehova ciana cia Isiraeli Ngai tigũkũhoya makũhoire matiakũinamĩrĩire Ngai matiagwĩtĩte Ngai no nĩ warĩria kĩrĩko na maithe atĩ nĩ ũkamaruta ũkombo-inĩ wa mĩaka magana ona aya Jehova gũtuĩka matiragwĩta tondũ matikũĩ Baba onao mateithie tu nĩgetha makũmenya tũhotithie tũingĩre kona ciothe cia thĩ hotithia Baba nginyirie magũrũ makwa kona ciothe cia bũrũri ũyũ wa Kenya ambararia kĩgongona gĩkĩ kĩambararie Jehova kĩnenehe Jehova ũtũme andũ othe arĩa megũka kũfinance wĩra waku tũma andũ othe arĩa megũka matungate wĩra waku ndũmĩra atũmwo Ngai ndũmĩra ahunjia onayo arĩa tũgũtungata nao ndũmĩra Ngai na arĩa tũgũtungata nao kona ciothe cia thĩ o kũrĩa tũgũthiĩ Jehova tũhe gwĩtĩkĩrĩka ũtũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ andũ aku onawe ũtwĩtĩkĩre Jehova ririkana nyũmba ĩno yanatonywo nĩ mũrogi yanatonywo nĩ mũmaraya yanatonywo nĩ mũici yanatonywo nĩ mũnuhi othe mokĩte gũtũrũra no hĩndĩ nĩ warũgamire no ũkĩrũgamia mũraika waku Maiko akĩmahũra mahereja Baba nĩndakũria na tũkĩmaka kũrĩa guothe tũgũkorwo tũgereire ririkana nyũmba yaku ririkana nyũmba ĩno Ngai nĩndamũthiũrũrũkĩria na rũirigo rwa thakame ya Jesũ nĩndamĩakia mwaki nĩ ũndũ wa mũrogi ũkĩte gũkũ ũndũ ũtũmĩtwo atĩ nĩgetha thũkie nyũmba ĩno Baba ũngĩromwakanĩria mwaki mwakanĩrie mwakirie nayo nginya mũrũke mwakirie nayo ke kũrĩ we aherete magirie acio mokire na ithitũ magĩũka makĩhanda ithitũ acio mokire mahũraga thimũ makahũrĩra andũ arĩa mamatũmĩte Baba nĩndamanyita thimũ icio ciothe nĩndacikama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo acio matũmĩtwo marĩ na ithitũ acio matũmĩtwo marĩ na roho arĩa mokire gũkũmena meciria makwa meciria macio nĩndamanyita angĩrwaga thayũ matikone thayũ tusimame kwa miguu leo ni usiku mrefu wa kujipeleka mbele ya Bwana. We came to give thanks, we came to glorify God, we came to worship. Keyboard iendelee. Do you know that song? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tutaendelea kumwabudu Bwana katika tu hiyo uwepo tu. Katika tu hiyo uwepo wa Mungu kitu nacho kizuri katika maisha yule anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Huu wimbo unasema kaishia dago lisioteka visuti. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu akiinuka miungu mingine inatawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuta worship together kwa huo wimbo. Najua Mungu atatubariki kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nimehiana
igana ndio nawe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kabla tupewe kisu tunaweza jifunza kidogo eh. Nimia na nwereko na otire ikigana Siadago di sune kagai suje. Otire ikigana ndiona wetirie inyawaku kai siadago di sune kagai suje. Now you know it. Tiria hinya waku Gai siadago ni seune kagai suje. Igana nionawe Otile Igana nionawe Tire hinya waku Kai siadago ni seune kagai suje. You know this one? We get your corn.
mali moyo midogo mwegitio wakwa Ngai waria mali moyo mwegitio wakwa Ngai waria mali moyo Wimbo unasema mahali pangu pakuangukia na pakujificha. Bwana Yesu asifiwe. That is the meaning of the song. Mahali ambapo unaweza kuogelea ni kwa Bwana tu. Bwana Yesu asifiwe. I would like us to even fellowship in this song together. Unaosema sitaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Najua unafahamu sitaabudu miungu mingine ila wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na uhakika utaabudu miungu mingine, shangwe na vigelegele. We shall do that one together and I know the Lord will bless us. Sitaabudu miungu mingine sitapiga magoti yangu nisujudu, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, wastahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote, sitapiga magoti yangu nisujudu, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, wastahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote, sitapiga magoti yangu nisujudu, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, wastahili sifa. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, twakuita mtakatifu, oh Yesu, wewe mtakatifu. Twaleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, twakuita mtakatifu, oh Yesu, wewe mtakatifu. Twaleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, twakuita mtakatifu, oh Yesu, wewe mtakatifu.
mtakatifu. Yesu, wewe mtakatifu. Yesu, wewe mtakatifu. Wakati